Habari za asubuhi. Salama sana. Asante. Nataka tuanze na jambo linalozua wasiwasi mkubwa nchini, na haya ni maneno tuliona jana, imekuwa ikionekana kwa muda sasa. Kumekuwa na mtindo unaonekana wa mashambulizi dhidi ya viongozi wa upinzani. Sasa hivi mpaka kanisani hii mambo inafanyika. Watoto, wamama wamekuwa pia wakipatikana hapo katikati. Sijui hili jambo linakupatia wasiwasi upi? Kwanza kabisa Bwana Gatonyi, asante sana, na asante kwa kukutana tena na kuombea mwaka mpya wa fanaka ukiendelea na hii maneno. Asante. Na wenzako katika Kameme. Yale mambo ambayo yalifanyika jana Udhaya ni mambo ya aibu sana. Na kama ingekuwa kitendo cha safari moja, ingekuwa jambo ambalo tunalisumuhusia leo kwamba ilikuwa tukio la lisilo la kawaida. Lakini vile wewe mwenyewe umesema imekuwa mtindo. Tangu mwaka wa 2024 wakati wa maandamano ya vijana, tuendelee mpaka wakati wa uchaguzi mdogo ambao tumeona umefanyika hivi karibuni. Na maandamano yale ambayo imefanyika na wananchi hapa nchini, hasa miji mikuu ya Kenya. Yes. Na uangazie pia mikutano ya viongozi wa upinzani. Ni kweli hakika kwamba inaonekana wazi kuna mtindo ambao mimi leo nataka kuzungumza wazi. Yes. Ni mtindo ambao unapangwa na serikali kwa kuhangaisha viongozi wa upinzani, wa kuhangaisha wale ambao hawaelewani nao. Yes. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba na mimi nina bahati kwamba nilikuwa waziri wa usalama wa Kenya. Yes. Ninajua vile vitengo vyote vya usalama vinafanya kazi. Tuliona wakati wa uchaguzi mdogo pale Kabuchai, gavana wa Trans Nzoia mheshimiwa anatembea akifurusha kutoka kwa mkutano wakipiwa risasi na watu wengine risasi kapiwa pale and so on. Hayati mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga wakati wa maandamano wamepiwa risasi kabisa, magari napiwa risasi wazi mchana. Na sasa tumeona wakati wa maandamano hata miji mkuu kama hapa Nairobi watu wanatembea wengine hata na silaha. Sasa yale tuliona jana Udhaya ni huo mtindo. Na kwa nini nasema lazima serikali iwajibike ni kwamba ninaelewa vile vitengo vya usalama vinafanya kazi. Huwezi kuwa na kitendo kama kile tuliona jana kule Udhaya without county security team ya Nyeri kujua ni nini ilikuwa inafanyika, kwa sababu National Intelligence Service officers wako mpaka kwa sub county. Kukiwa na kiongozi wa upinzani kama mheshimiwa Gachagua anaenda kwa mkutano mahali 2-3 days mbele ya hiyo, wakuu wa usalama wa hiyo area wanajua kwamba kutafanyika mkutano wa aina hii hapa, na viongozi ambao watakuwa hapa ni akina nani na akina nani watakuwa na hayo maneno yote. Inawezekanaje basi kwa mkutano kama huo watu waingie pale waanze kutupatia kazi kwa kanisa na kuna serikali? Lazima walipata nafasi, walikuwa na habari mbeleni kwamba mheshimiwa Gachagua atakuwa huko, ataabudu hapo. Saa hii nikisema wiki ijayo nitaenda kufanya misa Kisumu Central for example, wakuu wa usalama pande hiyo, county security team, wakubwa wa intelligence watajua wote wiki in advance. Hata ukitumiwa barua namna hiyo ukialikwa na bishop, wanajua umealikwa na bishop, utafanya maombi hapo. Inawezekanaje kwamba watu waingie kwa kanisa watu kutupatia kazi pale, kupiga watoto, kupiga wakina mama huko namna hiyo? Lazima serikali ilikuwa inajua. Sasa wote naona hata wakubwa wa serikali wameanza kukashifu hiyo kitendo, kusema watafanya uchunguzi and so on and so forth. Hii ni maneno ya aibu, tuseme tu kweli. Hii ni maneno ya aibu. Miaka 60, zaidi ya 60 baada ya kupata uhuru, na Rigathi Gachagua ni kiongozi, ni mwanasiasa. Hakuna vile anaweza kuhatarisha maisha ya mtu yeyote eti ameenda pale kuzungumza kuna wananchi na kuabudu na wananchi, eti kanisa misa iharibiwe na mambo kama hayo. Hivi vyote ni vitendo vya aibu. Na ningechukua nafasi hii kwanza kukashifu
hayo maneno ambayo yalifanya huko. Na pia namba 2, kusema kwamba aibu kubwa ni kwamba kuna viongozi, vile niliona kiongozi mmoja kutoka Laikipia akisema jana eti Mheshimiwa Gachagua alikuwa amepanga hiyo kitu ili kwenda kutafuta huruma kutoka kwa watu. Mimi sijawahi kusikia kitu ya ujinga kama hiyo maisha yangu. Na kama Mheshimiwa Rigathi alipanga hiyo maneno, basi simkamate hao watu alipanga nao, kwa sababu kupanga kitu kama hicho, kushusha taharuki katika jamii, ni kufunja sheria pia. Hata hiyo walituambia, polisi walituambia kule Kabuchai eti Natembeya alipanga hiyo maneno. Mbona hawajakamata mtu ambao alipanga hiyo maneno na Natembeya mpaka saa hii? Hii ni aibu, na ninasema aibu kwa sababu kwa hii maneno mimi nataka kuwa kabisa wazi. Ninaelewa mambo ya usalama kabisa. Nimekuwa hapo miaka 3 iliyopita nikiwa waziri wa usalama. Na aibu ni kwamba, na mimi ninashangaa, wakubwa wa usalama wengine wa nchi ni watu mimi ninajua sababu tulifanya kazi nao. Na hakika kusema ukweli, maofisa wakubwa wa usalama wengine ni watu wako na uzoefu mwingi, wako na sifa nzuri, wengine wanakaribia kustaafu. Mimi najiuliza, mbona wanataka kwenda kustaafu, kukubali kubeba mizigo na uchafu wa siasa wakienda kustaafu? Mtu kama huyu Inspector General tulifanya kazi na yeye akiwa GSU Commandant Bwana Kanja. Na nimesema mbeleni na sina wasiwasi kusema hata leo hapa hadharani, he is one of our best police officers. Sasa anaenda kustaafu, mbona anakubali kubeba mambo ya uchafu kama hii? Huyu DCI huyu Amini ni mtu tumefanya kazi na yeye, mimi nimemjua akiwa katika utumishi wa serikali, na ninamjua ni mtu ninaelewa, ni mtu ako na uzoefu wa kazi, anajua kazi vizuri. Mimi nilifanya kazi na yeye. Mbona wanakubali kubeba maneno kama haya ya siasa, ya uchafu wa siasa wa watu ambao wanataka kuharibu sifa zao, na wao ni wametumikia nchi vizuri, wanataka kwenda kuretire, alafu wanakubali watu wa siasa wanaharibu sifa zao namna hiyo? Lazima tukubali namna hii. Hatuwezi kuendesha nchi namna hiyo. Jambo lingine, Katonyi, niseme hivi. Unajua, wakati watu wa siasa wanaongea, hasa viongozi wa nchi vile wanavyoongea, kujipiga kifua na mambo mengine mengi, ninaambia watu usisikize maneno wanaongea, angalia vitendo vyao. Hii ni serikali mingiwa na wasiwasi kwamba watapoteza uchaguzi. Sasa mbinu wamebuni ni ile ya kufanya maneno ambayo yanafanywa na nchi zingine hapa Afrika Mashariki. Kwanza kususha ghasia, kusukuma viongozi wa upinzani, kujaribu kutisha viongozi wa upinzani, ikana kwamba watu wasonge nyuma ili wapate namna. Katonye, sisi sio wajinga hivyo. We are adults. Sisi ni watu wakubwa, tunaelewa serikali, tunaelewa maisha ya dunia hii. Unaweza kuangalia wazi. Mimi nimekaa kwa hizo maofisi, tumeangalia hii maneno. Unaangalia wazi. Hii serikali imepoteza support kila mahali nchi. Hakuna kura. Hakuna kura kwa hii serikali, na wao wenyewe wanaangalia wazi kabisa na wanajua ukweli. Wacha hii kujifanya hapa na mapicha na social media na vitu zingine kudanganya. Wanajidanganya kwa sababu tunajua ukweli ule huko. Na wale wanafanya kazi kwa serikali ni wananchi wa kawaida. Wengine ni watu tumejua kwa miaka mingi. Tunakutana nao kila siku. Hata wewe Watonye saa hii nikikuuliza, si unajua wafanyakazi wa serikali wengi sana? Watu wengine wako katika mashirika haya hata ya usalama, ni watu tunaongea nao, tunawajua wote. Wanakuambia ukweli. Wengine wamechoshwa na vile hii maneno inafanya na vile serikali inaendeshwa. Kwa hivyo hawa wakubwa wanajua ukweli. Wacha kujifanya hii wanaenda kwa mikutano ya hadhara kununua watu, kupeleka watu na mabasi na nini. Hakuna. Nimesikia support imepotea. Sasa kwa sababu ya hiyo ni kujaribu sasa kutafuta hii mbinu kuona kama inaweza kuwasaidia kupata kura. Nimesikia waziri wa usalama amekashifu hili jambo na amesema watafanya uchukuzi. Mimi nashangaa, hizi picha zote zinapiga round kwa mtandao, tunaona watu wamebeba AK47 wote. Sasa ni uchunguzi gani unahitaji kufanya? What is complex? Ni kitu gani hapo unafanya uchunguzi? Mbona wachakamata ofisa mmoja nimeona kwa magazeti leo. Ofisa mmoja wa polisi amejitokeza na ameongea na waandishi wa habari, akasema vile walipanga hii maneno and so on. Na ametaja kuwa alikuwa na viongozi wa siasa. Sasa kweli wanangojea filimbi ya nani kukamata hao? Watuonyeshe sasa, wacha tuone wiki kama watafanya hiyo maneno ama ni kuzungumza tu. Tunawaheshimu viongozi na tunataka kuheshimu serikali yetu, kwa sababu hakuna vile tunaweza kuendelea mbele bila kuheshimu sheria ya nchi. Kwa sababu ile kitu inatuweka sisi wote pamoja kama wananchi kwa nchi hii yetu ya Kenya, na ambayo inaweza kutupea amani ni kuheshimu katiba, kuheshimu nchi. Tuende polepole na taratibu ya katiba. Ndio sawa, tuende
kwa uchaguzi, kama Wakenya wafanye mabadiliko vile wanataka kufanya mabadiliko, pole pole tuwe na amani. Okay. Lakini tunaamini, na ndiposa mimi nasema kila wakati, huwezi kuambia viongozi wa upinzani watii sheria alafu wewe kama serikali, nyinyi kama serikali mnafunja sheria kila siku. Okay. Na haiwezekani. Na hawa viongozi wengine wengi, kwa sababu nimesema hivi Katonya, hawa viongozi wengine ninawajua na nimewajua kwa muda mrefu sana. Some of them ukiangalia hawa wote kama deputy president na hawa wengine Kindiki na watu wengine, ni watu nimejua kwa miaka mingi as decent people. Ni ukiongea na wao unaona ni mtu ako level headed, ni mtu anaelewa maneno, akiongea unaona ni mtu anaelewa, ni mtu ni watu mimi nimejua, siwezi kuwakashifu sahi kwanza kuzungumza vibaya kuhusu wao, sababu nimewajua kwa muda mrefu. Huyu Kindiki hata akiwa senator, hawa ni watu nimejua kwa muda mrefu. They are smart people, ni watu wanaelewa maneno, wanawezaje kukubali maneno kama haya kufanyika kwa nchi yetu? Okay. Umetaja mataifa ya Afrika Mashariki, tumeona hizi vitu zikitendeka nchi jirani. Na watu wanahofia labda hii ni mbinu hiyo inataka kutumika hapa nchini. Sijui kama mmejitayarisha kupambana na hali kama hiyo? Ndio hiyo nafikiri wanataka kujaribu hapa, lakini mimi nataka kukueleza hivi ndugu yangu Katonya. Kenya ni Kenya. Kenya sio nchi hizi zingine hapo unaona watu wanaendelea namna hii. Kuna mambo mawili ambayo mimi najua wakati mwingi sana nimesema hivi, wengine wanafikiri, saa ingine ninaambiwa na marafiki zangu hata wengine kwa siasa kwamba mimi si watuzi serikali sana, situzi watu sana and so on. Ni kwa sababu ninaamini kwa sababu ya uzoefu wangu wa management, administration na public affairs kwamba mwishowe tuna nchi ya kujenga na tuna nchi ya kuhifadhi hapa Kenya. Lazima tuweke amani. Tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa na tofauti za mafikira mbalimbali, sawa. Lakini tukumbuke kwamba sisi zote tuzingatie ustawi wa nchi yetu, usalama wa nchi yetu na amani ya nchi yetu. Kenya ni Kenya. Kenya sio nchi zingine hizi za hapa. Yale mambo ambayo yanafanyika hapa, Wakenya wanapenda nchi yao. Haya mambo yanapangwa hata kwa ukiingia zaidi hata kwa vitengo vyote vya usalama. Wale ambao wanafanya kazi pale ni Wakenya. Yes. Wengine ni watu ambao wamechoshwa na yale maneno wanaona pale. Wengine ni mtu kama mimi nimekuwa hapo miaka 3 iliyopita. Wengi wa wale watu wamekuwa hapo ni watu tunajuana. Wengine tunaongea nao, wanakuja wananiambia hii. Watu vile wamesumbuka na mambo kama haya. Na aibu ni kwamba yale mambo mengine yanafanywa hapa katika majengo ya serikali hapa, magorofa juu, top floors, mambo watu wameamua kufanya, mambo mengine yanafanywa huko magodown ya industrial nini, inajulikana na mashirika ya kimataifa. Gani mheshimiwa? Labda unaweza tuelezea kidogo. Sawa, kutakuwa na wakati wa kuyazungumza hao na wakati wa kuyarejelea hayo. Ni mambo yanayohusia uchaguzi. Lakini waelewe kwamba tuko katika hali ya uwazi wa maneno. Okay. Tuko katika hali ya uwazi wa kila kitu kinachofanyika. Ukichukua leo document, uchukue kitu kwa serikali ama ufanye kitu ama unaiba pesa kwa serikali and so on, wale watu ambao wana process hizo payment zote ni wa Kenya. Okay. Wengine wanaona hayo maneno vile inaendelea. Na watazungumza hayo maneno, wataambiana, watatoa maneno. Wao wenyewe wanaona yale ambayo yanafanyika huko. Okay. Yale maneno yako nje, makaratasi mengine. Wakati nilikuwa kwa World Bank nilikuwa nje ya Kenya. Mambo mengine unashangaa watu wa nje wanajua kuhusu nchi yetu. Na Wakenya kwa sababu wanapenda nchi yao, kuna mambo mengine wanasema ambayo yanafanyika yanajulikana pale nje. Okay. Kwa hivyo Kenya ni Kenya na Wakenya wanapenda nchi yao, wanataka nchi yao iwe na amani. Ndio ninawashauri hawa ndugu zangu na dada walioko kwa serikali kwamba maisha iko namna hiyo. Unafanya kazi yako, unatoa mchango wako wakati unapewa nafasi ya kutoa mchango wako. Wakati wako ukimalizika, unaenda pole na uungwana wako unakaa pale. Nani anajua Mungu anaanza kukupea nafasi nyingine ufanye hiyo kazi. Badala ya kuleta taharuki, kuua watu, kuleta mambo ya aibu kama yale tuliona jana kwa kanisa kupiga watoto. Okay. Wale watoto waliamuka asubuhi kwenda Sunday school. Hawakuamuka asubuhi kwenda kupiga tear gas. Sure. Na mambo kama hayo. Na unajua sana kibinadamu tukiwa katika haya maofisi makubwa namna hiyo. Nimeona vile viongozi wengine wanaongea hapa na kiburi na kishindo na nini.
Hata kule kwetu kuna vijana wengine viongozi wawili, kila wakiongea wanaanza kusema sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio serikali. Kana kwamba pesa ni Mungu na serikali ni Mungu. My friend, hii maneno yote iko na mwisho. Okay. Inafika mahali inaisha. Na tena ndio mimi na washauri hawa ndugu zangu viongozi walio katika vitengo vya usalama, usikubali kutumiwa kubeba uchafu wa watu na mipango ambayo inakuharibia wewe mwenyewe sifa kwanza. Inaharibu nchi yako. Na wakati mwingine ikiendelea namna hii, ikifika mahali hata unaweza kushtakiwa wewe mwenyewe na hayo maneno, na wewe huna haja na hayo maneno. Wewe unataka kutumikia nchi yako, umalize kazi yako, ustaabu vizuri, uende nyumbani. Alafu unaanza kuambiwa maneno kama haya tunaona, eti watu wanaenda kupanga, alafu asubuhi unaamka kuzungumza maneno ya aibu. Eti kiongozi ameenda kujipangia. Nani ana AK47 kwa nyumba yake? Nani anatia kazi kwa nyumba yake? Na tuseme hakika kweli, Gatonye, kama wewe uko na AK47 kwako, ama kama wewe uko na tia kazi kwako, na serikali haijakuja kutafuta hiyo tia kazi, wameshindwa kuuzwa wapi? Si kitu tunaweza nunua supermarket. Lakini mheshimiwa, kuna watu wanaweza sema hii si mara ya kwanza mambo kama haya kufanyika. Wanaweza sema kuna wakati ilifanyika mara moja wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta, ilifanyika pale Keno. Wanaweza sema kwamba, by the way, nakumbuka ile incident ya Keno kabisa, kana kwamba ilifanyika jana. Nilikuwa Naivasha siku hiyo, nakumbuka ilikuwa Jumapili, nilikuwa Naivasha. Nilikuwa nimeenda Naivasha kwa shughuli ya kifamilia na marafiki zangu wengine huko. Tulipokuwa hapo, PS akanipigia simu Kibicho kuniambia sisi ndio tumepigia Inspector General wa polisi kumuuliza nini kitu gani inafanyika Keno. Incident ile ilikuwa inafanyika Keno, ilikuwa imepangwa na wanasiasa, walikuwa wameleta watu na matatu kutoka Nairobi, East Nairobi, kuja kususha kasi ya pale, kutafuta huruma pale na kutafuta waonewe huruma wakati wa uchaguzi. Sisi ndio tulipigia wakuu wa polisi siku hiyo, akina Mutiambai na Deputy Inspector General Mbowa siku hiyo, kuambia wachana na maneno ya kaza. Mtu wa siasa akienda hapo, hata akienda hapo aongee kuanzia saa 1 asubuhi mpaka jioni, hiyo ni shida gani kwako? Na wakati mwingi nikiwa waziri wa usalama mwingi, nilikuwa nakuta wanasiasa wanakuja kusema sijui huyu asifanye mkutano nini. Nilikuwa nawauliza, my friend, mtu wa siasa haiko na hatari gani kwetu? Ukiangalia threat profile ya nchi, wanasiasa, mtu wa siasa kazi yake ni kuongea. Na anaongea, wacha aenda aongee. Dunia ishe. Ile sheria kwanza hata ilitolewa kwa vitabu zetu ya kunotify OCS kama unakuwa na mkutano wa hadhara, public rally. Hiyo ndio inakuwa na shida, kwa sababu wakati mwingine kuna sehemu zingine za nchi hii ukinotify OCS unaenda kufanya mkutano, kikundi cha upinzani pia kinaingia kinataka kufanya mkutano huko. Mara kwa mara serikali inaingilia kati kwa sababu wanataka maisha isiharibike wakati huo na mambo kama hayo. Lakini wakati huu sasa hata hakuna hiyo. Hii ilikuwa kanisa. Si mkutano wa hadhara and so on. Kanisa wanaenda kanisa uongee juu yako na watu wale ambao wanasimamia misa. Hata wakati mwingine mimi napenda kwenda kanisa, nakaa tu hapo katikati, naomba na abudu, napotea. Sababu ni kanisa tumeenda sisi kuabudu dhambi zetu na kumuomba Mwenyezi Mungu. Wakikuonea huruma, wakupea nafasi usalimie wananchi, utasema usalimie wananchi na uondoke. Kwa maoni yako mheshimiwa, is the Inspector General of Police, nafikiria ako in control ama wanasiasa wamechukulia kazi yake? Kusema tu ukweli, na mimi niko na historia tofauti na wengine, kwa sababu ni vizuri nizungumzie hili jambo na uwasi ule ambao mimi mwenyewe naelewa. Nimesema Kanja nimemjua kwa muda mrefu sana, na ukiangalia Kanja na wakuu wengine wa usalama ni watu nimejua kwa na uzoefu wa kutosha. Siwezi kuwa mimi na taswishi kwamba ni mtu ambaye haelewi kazi yake na ajui kazi yake. Lakini ukweli ni kwamba ukiwa katika hii ofisi ya Inspector General mara kwa mara unasukumwa, wakati mwingine unaweza kusumbuliwa, wakati mwingine kuna wanasiasa wengine ambao wanafikiri kwa sababu ya uhusiano wao na wakubwa wa serikali na State House na wengine wanaweza saa nyingine kujaribu kuchukua sheria kwa mikono yao. Kwa hivyo huwezi kusema eti Inspector General is not in control. Ni kusumbuliwa, nafikiri awe anasumbuliwa. Na unajua siasa ya nchi yetu vile iko,
uwajibikaji kwa mambo ya umma hasa wanasiasa huko chini sana. Watu wanafikiri kwamba wakati wewe mnajuana na mkubwa wa nchi ama wewe unaenda kuteza mtu ambaye anaonekana kama ni mpinzani wa mkubwa wa nchi, kwa hivyo wewe unapaswa kufunja sheria. Kwa hivyo sio eti Inspector General is not in control. Mimi nafikiri he is in control, lakini kila wakati hiyo ofisi inakuwa na pressure, na msukumo kutoka kwa siasa. Lakini uko na wasi kiasi gani ukisikia kwamba polisi na wahuni wakati mwingine wanaonekana wakiandamana kufanya vitendo kama hizo? Wasiwasi ni kwamba, by the way, hiyo ni kweli, na nimesema hapo hadharani. Unajua kuna mkubwa wa usalama siku moja alikuwa anatuambia, wakati nilikuwa katika usalama, kila wakati tukiwa na shida kwa nchi, alikuwa anatushauri wakubwa wa usalama wote, generals hata wengine kwa military, ni watu ambao wana uzoefu mkubwa sana kwa maneno ya usalama. Tukikaa kwa room wanatushauri, you can't shoot your way to stability. Huwezi kutumia risasi kusaidie. Kila wakati serikali lazima itafute mbinu za kutumia kuongea na wananchi, sana sana mjadala, kuzungumza na wananchi, kutafuta viongozi wale ambao wanaheshimika na wananchi, kukaa chini kuongea nao, kubadilishana maoni. Wakati mwingine serikali inaweza kukubali, hapa tuko na shida kidogo, lakini tunaomba msamaha ili nchi iwe na usalama wa kutosha. Sasa hofu niko nao ni hii, ama wasiwasi niko nao ni hii, tukiendelea kufanya vile tunaendelea namna hii, wale wako na serikali wao wako na uwezo wa kufunja sheria vile wanataka. Wakati tulikuwa na by election kule Nyamira, hadharani mchana watu wamebeba mishale na mapanga, mchana wamaandamana na mjumbe wa bunge, wanatembea mchana na polisi wanawaangalia. Hakuna mtu anakamatwa na so on. Unajua tukiendelea namna hiyo, lile litakalofanyika ninaweza kukuambia hapa free, kwa sababu wananchi watafika mahali waseme kama ni hivyo, sasa sisi lazima tujitetee. Kwa sababu sasa siwezi kuwa sisi ndio tunatii sheria na wale wengine hawatii sheria. Ikifika hapo hatuna polisi wa kutosha wa kumanage hii nchi. Nikwambie tu ukweli, hakuna. Na tunaweza kusoma katika nchi zingine yale ambayo yamefanyika huko. Unajua watu wanajigamba, tuko kwa uongozi, sisi tuko na vifaa, tuko na bunduki. Kuna wakati hizo bunduki haziwezi kukusaidia, kwa sababu wananchi watafika mahali wamechoka na watachukua sheria kwa mikono yao, na hakuna kitu utafanya. Nikupee mfano moja. Kiongozi mmoja katika nchi moja hapa ya Asia ambaye alitoroka, asubuhi alikutana na waandishi wa habari, anawaambia yeye kwa maisha yake hajui kitu inaitwa surrender, hajui kitu inaitwa departure. Yeye yako in control na atafanya kile atakachoweza kuhakikisha kwamba kila mtu ametii sheria. Saa 3 baadaye alikuwa anatafuta ndege ya kutoroka nje. Na hawa, acha nikuambie hawa, tusipoangalia hii maneno, siku moja wao wenyewe wataanza kutafuta namna ya kutoroka. Kwa hivyo that is why it is important kila wakati, ni lazima kila wakati tuhakikishe kwamba tunashauriana, kwa sababu hakuna mtu akona uwezo kujua kila kitu dunia hii. Hakika hata serikali inaweza kufanya makosa, tuseme tu ukweli. Ni kucha mbele kushauriana na watu kusema okay, kama ni hivi tufanye namna hii. Kuambia wale watu tuko nao, tafadhali tusiende hapa, tutaenda zaidi. Hiyo ndio sababu mimi wakati mwingine hata nikiwa kwa public meetings, mimi sitaki kuanza na kutusi watu, huyu ako namna hii. Hapana. Tuko na shida ya nchi, tunahitaji kusuluhisha, na lile tunalohitaji zaidi ya mambo yote ni kuzungumza sisi wenyewe na kutafuta njia tunaweza kuweka watu wetu pamoja, tutii sheria, tujenge nchi yetu, tuende mbele. Kwa sababu makosa ikifanyika leo, tuzungumze hayo makosa kwa uwazi, tuseme makosa imefanyika, tutafute mbinu ya kurekebisha hii, tuende mbele tukiwa pamoja. Lakini tukifika mahali sehemu moja inasema mimi ndio niko na nguvu, hakuna kitu utafanya, nitakufunga, nitakuua, nitakufanya sijui nini, sawa. Wananchi wakifika mahali wanasema kama ni hivyo, basi tuende mbele, utafanya namna gani? Umeona nchi zingine hapa wananchi wanachoma manyumba ya mawaziri, manyumba ya wakubwa wa serikali mpaka ashes. Hiyo yote inaanza namna hii na kazumba kama hii. Haya, tukimalizia haya masuala ya usalama, gazeti nafikiri ni jana lilisema kuna mtu asiyejulikana na alikuja akaingia kwa ofisi ya waziri wa usalama
sijui alikaa masaa 5. Wewe umekuwa waziri wa usalama sasa. Sijui kama tuamini ni ukweli ama inawezekana kitu kama hii kufanyika kweli. Unajua Gatonye ndugu yangu, kuna wakati mwingine mimi najiuliza, unajua mimi sikujua eti kwamba maisha yangu takuja kuona vitu zingine naona zinafanyika nchi. You know, wewe wacha nikuulize, hata kama huna bongo kwa kichwa yako, ni mchanga umechaa huko, unaweza kuamini hiyo maneno unaambiwa? eti Nyayo House, unajua mimi nilikuwa hapo. Yes. Nilikuwa kwa hizo unapajua pale. Nyayo House iko na rings za security kama 5. Unaenda ofisi ya security ya minister. Uko clearance nje, clearance in the building. Ukiingia kwa lift una sentries police wanakukilia. Ukiingia kwa lift uende juu floor nyingine yote, unaenda ukitoka kwa lift hivi kwa floor ni askari wanakupokea. Alafu uende kwa ofisi ya waziri and so. You know, kuna mambo mengine unasikia ndio yale unajua wazungu walisema ujui kama utacheka ama ukasirike. Lakini ile ningesema, kwa sababu mimi sitaki kulizungumzia hili jambo, ni jambo la aibu ya ajabu. Sasa kuzungumza maana. Aibu kwa sababu ni uongo ama aibu kwa sababu haliwezi fanyika, mheshimiwa? How? Nikuulize, inawezekanaje? Lazima kuna mambo ambayo yanafanyika hapo. Unajua wananchi si wajinga sana. Ndio nasema, na kwa heshima kubwa sana kwa wale viongozi wetu wako kwa serikali, tafadhali tuheshimu akili na uwezo wa wananchi tunaowaongoza. Kuna mambo mengine tunaambia wananchi ambayo unashangaa kwa sababu inawezekanaje. Sasa labda kuna kitu inapangwa hapo, kuna mambo inaendelea hapo. You know, unaweza kuona hizi rocket science, unaweza kuona hapo kuna kitu inafanywa hapo. Utakuja kusikia baada ya miezi 2, miezi 3, sijui passport ilitolewa, sijui nini, sijui mambo. Kuna ujeuri unafanyika hapo. Sasa story imeanza kuundwa. Okay. Unawezaje kuingia kwa ofisi ya waziri wa usalama ukae huko 5 hours? Na tena Nyayo House, sio kwingine. Nyayo House. Sababu mimi nafikiri wakati mwingine naanza kukuambia kwa maoni yangu mimi, ile usalama huko kwa Nyayo House na management ya security kwa Nyayo House ni kali hata kuliko office of the president Harambee House. Okay. Alafu sasa useme tuliingia hapo, hata ukienda kwa basement ni askari unapatana nao. Lazima iwe tu ni mambo ya watu wanani wamefanya. Okay. Na ndio nasema, unajua ni jambo la aibu, mimi sitaki kulizungumzia. Okay. Nifikiria maneno kama haya. Wacha tuheshimiane, tuheshimu wananchi. Okay. Kuna mambo mengine tunaambia wananchi. Kwa heshima kubwa kwa hao viongozi, tuheshimu wananchi jameni. Okay. Okay. Asante mheshimiwa. Tuongee mambo ya elimu kwa sababu ulihudumu kama waziri wa elimu na umesifiwa sana kwa mageuzi mengi ambayo umeleta. Unaionaje hali ya elimu kwa sasa, kwa sababu kumekuwa na kilio kikubwa sana cha wazazi? Wiki iliyopita sijui kama mambo yamebadilika, tulisikia 400,000 ya wanafunzi wako wamerejea shuleni au wa grade 10. Najua yale mambo ambayo yanafanyika na nitaeleza polepole kwa hili swali, kwa sababu ni swali liko na uzito sana, sio kwa maisha ya jamii katika nchi yetu, lakini katika maendeleo yetu kama taifa. Yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu Kenya hii, yes, ni kielelezo chema cha vile serikali hii inafanya kazi. Na ukiangalia yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu, unayaona katika kila sekta ya nchi yetu ya Kenya. Okay. Viongozi wetu wa serikali badala ya kutumia wakati wao mwingi kupanga mambo maendeleo na maisha ya wananchi wetu, wakati wao mwingi unatumika kwa mambo zingine ya kuchekesha tu, yani eti ni kutumia pesa kununua watu na mabasi kuwapeleka mikutano, vitu kama hayo, ndio pesa inaenda. Kwa hivyo basi nieleze hili jambo. Kwanza, makosa mingi imefanyika. Watoto wakafanya mtihani, mtihani ukachelewa kidogo, wakati wa chagua kwenda katika grade 10,
unaweza kuona sehemu nyingi, nizungumzie hata sehemu ya Mlima Kenya, watoto wengi katika sehemu hiyo nimeona, na hata mabarua nimeona, ukiangalia takwimu za huko wamechaguliwa katika kategori 4 wengi. Na tena hiyo imefanywa kwa njia ambayo inashangaza. Mtoto anatolewa ako Kirinyaga, amechaguliwa, amekuwa placed shule iko Laikipia kama kwa mfano. Mambo kama hayo. Sasa inabidi wazazi waanze kung'ang'ana kufanya kusahihisha, kutafuta shule ambayo iko karibu na mambo kama hayo. Kwa hivyo kulikuwa na shida hiyo ya kuwaweka watoto katika shule zinazofaa na shule ambazo ziko karibu nao. Haya, uingie tena kwa hizo shule zote, capitation haijaingia. Kama quarter 1 and 2 ya capitation haikutolewa, walimu wakawa na madeni karibu 53 billion ama 54 billion hapo. Hata ukitoa capitation, walimu wakawa na madeni ya karibu 47 billion, ukitoa capitation, ukitoa hapa 53 and so on, walimu wanaenda kulipa madeni ya quarter 1 na quarter 2. Kwa hivyo quarter 3 hujatoa pesa ya capitation, walimu bado wako na madeni. Na sasa number 4, kwa sababu hakuna regulation. Unajua wizara ndio inapaswa kukaa chini na viongozi wa sekta ya elimu ifanye mpango. Nimeona mabarua ya shule. Mimi kwa sababu kama kila kiongozi, watu wanakuja, wengine kwangu nyumbani, wengine mnakutana nao, mkikutana kwa kanisa, kuna wazazi ambao wako na shida. Kwa hivyo unaona haya mabarua mengine ya grade 10. Shule ingine inauliza 47,000 ya uniform, ingine inauliza 52,000, ingine. Haya ni maneno ambayo yanapaswa kuzungumzwa na kupangwa. Kwa sababu sasa ukiwajia kila shule na kila kamati ya shule iamue, mwishowe mtu wa kuumia ni mzazi. Sababu unajua kila vile ilivyo wakati hakuna mpango na hakuna regulation. Mzazi ndiye anaumia. Ukienda hapa unaulizwa 47,000, ukienda pale unaulizwa 52,000 na mambo kama hayo. Ukijumuisha hii mambo yote, hizi pesa zote, kwa mwaka moja ni zaidi ya shilingi 1,100. Na haya yote yanakuja wakati wazazi wetu wengi wako na shida. Wale ambao wanafanya kazi, payslip imekwisha, hakuna kitu huko. Unalipa SHA, unalipa housing, unafanya nini? Alafu sasa uambiwe utoe hizi pesa zote kwenda kwa shule. Ndio unaona sasa wakati viongozi wanaanza kusema tumewaambia machifu na manaibu wa machifu wahakikishe kwamba watoto wameenda shule. Kwanza kabla hatujafika hapo, tujiulize na tujibu hili swali: kwa nini watoto hawajaenda shule? Kwanza kuna hiyo confusion ya placement. Uje ya pili kuna maneno ya fees na capitation. Uje ya tatu kuna confusion hiyo ya ni kitu gani kinahitajika kwa shule, unahitaji kufanya nini. Haya yote yanaonyesha kitu moja. Kwa upande wa serikali hakukuwa na mpango kapambe wa kutosha mwanzo. Kwa sababu unajua haya maneno vile tulikuwa tunafanya wakati tulikuwa kwa hiyo wizara. Mimi kama ningekuwa kiongozi wa nchi, hayo ni maneno ningemaliza mwezi wa Novemba. Kabla wazazi hawajaenda Christmas na mambo mengine. Na waziri mkae chini na waziri ya kuonyesha hii ndio inafanyika. Na waziri aanze kuhusisha kamati za wazazi na shule. Anatangaza pale mapema even kabla placement haijafanyika. Kila mzazi Kenya, kila kamati ya wazazi, kila mtu, viongozi wa dini ambao kwa sababu dini imeegeza sana kwa elimu, kila mtu anaelewa ni kitu gani kinafanyika. Sio eti ungojee sasa kwanza mtihani utoke. Pili, placement ni shida kubwa. Tatu, sasa taharuki imetokea, kila mtu anaenda, mwingine north south, hakuna mtu anaelewa kitu gani inaelekea. Na unaona wazi kwa wakubwa wa serikali wao wenyewe, mmoja anatuambia wale wameenda shule ni 61%, mwingine anasema ni 71, mwingine anasema ni 91, na wote ni serikali moja. Unaona clearly kuna shida ya coordination kwa serikali, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunakaa chini, nikiwa katika wizara, even wakati nilikuwa nimetoka katika wizara ya elimu, nikiwa Ministry of Interior, kwa sababu coordination of national government pia ilikuwa responsibility yangu. Tunakaa chini, waziri wa elimu Profesa Magoha, mimi mwenyewe tunakaa pamoja, na tukitaka mambo ya
takwimu za kwenda shule tunaita Minister of Planning. Kwa sababu yeye ndiye akona Kenya National Bureau of Statistics. Tunatafuta mbinu ya kujua hakika ni nani yako wapi na ni nani ameenda wapi. Okay. Kufikia Novemba tumepanga hii maneno yote imemalizika. Sasa sio eti zote tunashitukia, wakati mwingine unaona mawaziri wenyewe, watu wengine wakubwa wa serikali wanaulizwa maswali hawezi kujibu wewe vizuri. Kwa sababu hakuna mpango, hatujatilia maana hii kazi. Hiyo ndio sio priority yetu. Sasa mzazi na mtoto na mwalimu wote wameachwa kujitetea. Hiyo ndio shida tuko nayo katika sekta ya elimu. In total, mtu akikuuliza tu describe sekta ya elimu in Kenya in one word, chaotic. Okay. Ni shida, hakuna mtu anaweza kukuambia kitu ya kweli. Sasa angalia wale wamefanya KCSE, wale wamekuwa selected kwenda university, na TVET hapa katikati nini inafanyika. Mambo ya student loans, sijui kama kuna mtu anaelewa ni kitu gani inafanyika. Kila nikienda niko nje na kukutana na wananchi. Nilikuwa kwa mkutano wakati mwingine Kisumu, nakuta wanafunzi wa vyuo vikuu wengine wanakuambia mimi nimesimamisha, nimedefer and so on. Nitarudi baadaye kwa sababu siwezi kulipa hiyo pesa. Wewe jiulize Gatonye, tukiendelea namna hii miaka 3 ama 4 ingine, kutakuwa nini kwa nchi? Tukiendelea na hii shida unaona namna hii, confusion hii. Wasiwasi inaendelea namna hii. Ile kitu tu naendelea, ile kitu ya muhimu kwa hawa wenzetu, ndugu zetu viongozi wa serikali, kitu muhimu kwao ni baraza, kubeba watu, kuwalipa na kujipiga kifua. Okay. Hakuna wewe niambie, hizi pesa zote zinalipwa, watu wanalipwa huku, wanabebwa na mabasi. Kama hii pesa yote ingekuwa kwa ministry, tuna pesa ya kutosha Kenya. Hiyo ndio ninasema. Tuna pesa ya kutosha Kenya. Okay. Wale tunauliza uongozi because tunataka kuzaisha haya. We want to fix this. Hizi pesa zinanunuliwa watu kila siku, wanapelekwa sijui wapi, State House, wapi Sakana kupewa pesa. Hii pesa yote tuiweke kwa Ministry of Education. Tulipie watoto wetu shule, ili capitation iingie mapema, watoto wapate huko. Shule kifunguliwa, pesa iko kwa shule. Na umesema pesa iko. Pesa iko. Sasa wewe jiulize, hii ya kulipa watu inatoka wapi? Okay. Mheshimiwa, wazazi especially wa grade 10 wanalia wanaongezewa pesa, lakini hizi ni pesa fiche, zinafichwa, development fees. Wakati wako hii shida haikuwa. Uliwezaje kudhibiti hili jambo? Kwa sababu number 1, na unajua Gatonye, wakati huo watu walikuwa wananiuliza mbona ninaenda shule, na nilikuwa naambia watu uwezi kufanya kazi mahali wewe huelewi wewe mwenyewe. Na mimi ninaelewa nchini, nilikuwa naelewa kazi yangu. Ninaenda kwa shule, ninakaa na wazazi pale, ninaenda hata kwa ofisi ya basa, namwambia anipe receipt book ile imebaki, ulilipisha watoto pesa ngapi. Ni unajua Education Act, sheria ya elimu Kenya, inasema kwamba shule ni za waziri wa elimu. Ndio mwenye shule ndiye anasimamia shule. Anahitaji kujua ni kitu gani kinaendelea. Unajua yale mambo ambayo yanasikitisha, na unikubalie niongee haya kwa ubana kidogo. Unawezaje kuwa uko na mke, uko na mimba, unajua majaliwa ya Mwenyezi Mungu miezi 9 kutoka sasa tutabarikiwa, kutakuwa na mtoto. Wewe unakaa tu ukiregarega huko, unangoja miezi 8 na nusu ndio unaanza kukimbia kuuliza watu, by the way, watu wakizaa wanaendanga wapi, and so on. Hivyo ndivyo serikali yetu inafanya saa hii. Mimi nashangaa ni kazi gani inafanyika katika wizara ya elimu mpaka ufike wakati huu wazazi wanateseka namna hii. Watu tuko wapi wakati huo? Wale tumepewa majukumu ya kufanya hii kazi, tuko wapi? Na tena unajua hii si eti ni kitu ngumu kufanya. Sisi wakati tulikuwa kwa wizara, hiyo ndio kazi yangu. By January, kama mtihani unaenda kufanywa mwezi wa Oktoba, tukifika February mimi nauliza ni watoto wangapi watafanya mtihani mwaka huu. Kwa hiyo grade 9 ni watoto wangapi? Ninajua naweza kukuambia ni watoto wangapi. Nafasi zile tuko za grade 10 ni ngapi? Tunahitaji kufanya nini kuhakikisha kwamba grade 10 ikifika tuko na vifaa vyote tunahitajika kuwa nazo? Na hawa tunawaplace namna gani? By the time tukifika mwezi wa 7 saa ile budget imesomwa na imepangwa, mimi nimeanza kupanga pesa zangu na mambo yangu, kwa sababu
wale wazazi wako pale nje, walimu na watoto wanategemea sisi kama viongozi wa sekta ya elimu kufanya haya maneno. Kwa hivyo ni kujibu directly, ni kujipanga, ni kuwa na information ya kutosha, ni kushughulikia kazi yako, kuamka asubuhi ushughulikie ile kazi umepewa ufanye. Na ukifanya hiyo kazi kwa uaminifu na uadilifu, hakutakuwa na shida yoyote. Hii ni kazi rahisi. Mimi ni kazi rahisi mpaka ninashangaa saa ingine. Na ndio nasema Wakenya nipee hii kazi muone. Hakuna siku mtaamuka, hata siku moja. Hakuna siku mtaamuka kuuliza eti watoto wamepeleka wapi. Saa hii sasa ndio watu tunakimbia up and down kuuliza vitabu ya grade 10. Tulikuwa wapi miaka iliyopita? Una maoni yapi kuhusu huu mjadala wa wanafunzi wasipelekwe shule bali na kwao, especially lakini kama day school unajua kama day school unajua ni mambo ya common sense. Kama day school unajua ni watoto wanaenda shule asubuhi na wanarudi. Na tulikuwa tumeanza mpango wa kuhakikisha kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wetu wanaenda kwa day school. Kwa sababu boarding school ni nzuri ndio, lakini zingine zina changamoto nyingi. Na ndiposa tu wakati wa 100% transition Mheshimiwa Rais Kenyatta alizingatia eti tuweke pesa nyingi kusupport infrastructure development, tuwe na classrooms. Tukishirikiana na wajumbe wa bunge, kusema ukweli wajumbe wengi wa bunge kupitia kwa CTF wamefanya kazi nzuri sana ya kujenga madarasa katika secondary schools za nyumbani. Kwa hivyo tukishirikiana sisi wote tuwe na madarasa ya kutosha, tuwe na vifaa vya kutosha and so on. Mimi kwa maoni yangu tunahitaji kuongeza nafasi za shule, nafasi za vifaa vya shule na njia ya kufundisha na kuelimisha watoto wetu. Mahali hatujafanya tuendelee kufanya, sababu unajua mimi sijui nchi dunia hii kama wewe unajua. Katonya unaweza kuniambia, mimi sijui nchi dunia hii ambayo imemaliza kujenga shule, imemaliza kujenga kila kitu. Ukienda hata nchi kubwa, hata uende Marekani, uende Uingereza, bado hata saa hii watu wanazidi kupanua vifaa vya elimu, kwa sababu elimu inapanuka, tunaendelea kuzaa, idadi ya watu wetu inaendelea kuongezeka na kuna watu kutoka nchi zingine ambao wana nia ya kuja kujifunza ama kufanya masomo yao hapa. Kwa hivyo tusingatie kwamba tukae tukiendelea mbele kufanya haya, kwa sababu nikupee mfano moja. Wakati nilikuwa katika wizara ya elimu, ile shule ya wasichana ya Mama Ngina ya Mombasa town, yes. Siku moja nimeenda pale nikapata wazazi karibu 200 huko nje. Literally wanalia majosi hapo, kila mtu anataka kuingiza mtoto hapo na nafasi ni kidogo. Na hiyo shule imekuwa hapo day school tangu the 60s and so on. Sasa tulikaa na Mheshimiwa Rais tukasema hatuwezi kuendelea namna hii, twende pale tutafute shamba pale Shanshu, tukate shamba kidogo kutoka Shimo la Tewa Boys High School na Prison Service. Hizi zote ni mashirika ya umma, tupate nafasi ya kutosha, tujenge shule kubwa kiwango ya Alliance Girls. Okay. Tuweke watoto. Sasa hiyo shule iko na wanafunzi zaidi ya 1000. Okay. Na tunaweza kuendelea namna hii, twende Garissa tufanye hivyo, twende Mandera tufanye hivyo, twende Wajir tufanye hivyo, twende Kwale, sababu in fact kutoka Mombasa tulikuwa tunaelekea Kwale, tulikuwa hata tumetenga ardhi Kwale. Waziri wa ardhi Mheshimiwa Farida Karoni tulikuwa tunaongea na yeye, tumetenga ardhi Kwale 100 acres ya kujenga tena shule nyingine kubwa pale kama Alliance High School, kuchukua watoto 1500 na zaidi. Tuendelee namna hiyo kupanua maendeleo ya nchi. Okay. Ni kuhakikisha kwamba tunaendelea mbele kila wakati, tunasonga mbele kila wakati. Tusipoteze wakati kusumbuana sahi, bora tu tufanye the right thing sahi. Okay. Mheshimiwa, maafisa wa serikali kwa sasa wanasema wanatumia jina bungled. Mlifanya makosa kubwa wakati wa implementation. Uliacha hata CBC, siku hizi inaitwa CBE, ati kwamba maybe we were not ready as a country. No, unajua Waswahili walisema zamani mjaua jembe si mkulima. Unajua kama kazi inakushinda, kisingizio ni unaweza kutafuta kisingizio 1000. Tulikuwa na mpango kapambe wa kuimplement CBC. Unajua, na wakati mwingine, nitalizungumzia hili kwa urefu sana.
Mimi makosa niliona ya kwanza ni wakati wenzetu hawa waliingia kwa serikali, kabla ya hata kuelewa ni kitu gani kilikuwa kinaendelea, wakaanza na kamati. Yes. Unaanzaje kusahihisha kitu ambayo huelewi wewe mwenyewe? Wakaanza hitu tunataka kusahihisha hii maneno, then wakaanza chaos siku hiyo. Na wamekuja na hiyo kasumba kusema makosa ilifanyika, na makosa yao wenyewe hawajui ni makosa gani ilifanyika. Unawezaje kurekebisha makosa ambao wewe hujui ni makosa gani? Shida ilianzia hapo. Na tena tukubaliane hivi Katonya, hii si eti ni jambo ngumu sana kufanya, na mambo tuseme tu ukweli, na kila wakati vile nasema tuambiane tu ukweli. Hawa ndugu zetu na dada kwa serikali, wao badala ya kukaa chini wasungumze na watu waelewe, wapange maneno, siasa na survival ndio inachukua muda mwingi wao kuliko kufanya kazi. Kwa sababu hata wakati mwingine nimekuwa kwa mkutano Kiambu, nilisema mbona serikali haiiti mkutano na washikadau wote? Uite viongozi wa walimu, uite unions, viongozi wa wazazi, viongozi wa dini, kwa sababu dini imewekeza sana kwa elimu, na wasomi ambao wanaelewa haya maneno. Tuwe na mjadala wa kureview hii maneno. Kama mimi ningekuwa rais wa nchi hii, kwa sababu this is a new curriculum, ningekuwa kila mwaka ninakuwa na the brief report na review kila mwaka. Tunaendelea namna gani, tuko na shida mahali, na mwambia waziri nataka uangazie hii, ukae hapa kama rubani wa ndege anakaa kwa cockpit, kwa sababu wewe ndio unatubeba, unabeba watoto wetu wote, wewe ndio rubani. Kila mwaka ukifika utafute wiki moja ukae chini na washikadau wote, muelewane shida iko wapi, na tuanze kuanticipate mbele. Tukifika pale huenda kutakuwa na shida fulani. Tuone kama serikali vile tunaweza kujitayarisha, tuwe tayari sasa kushughulikia hilo jambo kabla alijafanya. Ilikuwa makosa kufutilia mtambo wa NEMIS, uliacha NEMIS, sasa kuna hiyo ndio makosa kubwa zaidi wamefanya, kwa sababu NEMIS tulianza na National Education Information Management System. Ni muradi tumefanya na World Bank, umechukua pesa mingi sana. Unaona hii shida, unaona saa hii ya placement ya watoto imetokana na hiyo shida. Na tuseme tu ukweli, it's not right to pass judgment, lakini we are not fools. You can see clearly the doing away the NEMIS haikuwa kitu eti NEMIS imeshindwa kufanya kazi. Ni corruption tu, kujaribu kutafuta system nyingine ya kufanya tendering ili watu wapate pesa. Kwa sababu even NEMIS had a problem hiyo ya tenda, mbona hatu kusema tukae chini tujue how do you even do away with a program you have not reviewed? Ujaangalia useme makosa ilikuwa wapi. Na wakati tulianza NEMIS, Wakenya waelewe, mpango wa NEMIS tulifanya kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye anaingia shule anapewa UPI namba kama ID card ya mwanafunzi, na unatumia hiyo namba tangu uingie standard 1 mpaka PhD ndio unatumia. Tukifanya transfers ya shule, ya pesa ya shule, kama tunatuma pesa kwa primary school, tunatuma tukitumia namba zile tuko nazo za wanafunzi. Secondary school the same. Tukienda placement ya TVET na placement ya university na placement ya KUPS, wote hiyo ndizo namba tunatumia all the way. Kwa sababu hiyo inapunguza kufanya makosa. Sasa wakati nasikia watu wanasema tumetuma pesa kwa shule ambazo hasipo, I mean, you can understand why NEMIS was removed. Tukimalizia, wanasiasa wengine wanasema wangependa kufuta CBE ama labda do away with it. Unajua wale ambao wanasema hivyo ni wale wanafikiri mtindo wa elimu ndio uko na makosa. Katonye, mimi nafikiri maisha yangu, kiwango kikubwa cha muda wangu wa kufanya kazi ni kuwa karibu na sekta za elimu and so on. Ukienda Amerika, mtindo wa elimu ni tofauti. Ukienda Finland, ukienda India, ukienda Australia, lakini mwanafunzi kutoka Australia, India, Kenya, Uganda, Nigeria wanakutana University Cambridge. Wanasoma pale wote, wanapata degree kutoka Cambridge. Mtindo wa elimu sio makosa. Makosa ni utekelezaji na management. Hata ukileta mtindo wowote wa elimu, ni kuhakikishia ukweli hapa. Kama kuna uongozi duni, kuna kuzingatia siasa kuliko kufanya kazi,
na kama kuna utekelezaji ofyo wa mtindo wowote wa elimu, result itakuwa hiyo. Okay. So badala ya watu kutumia muda mwingi kusema ni mtindo wa elimu, mtindo wa elimu sio shida. Okay. Shida ni utekelezaji. Asante. Haya, tutapungua kidogo mheshimiwa. Tugutithio hanini ni tugucokereria. Tugathie kuraya na tugicoka ni gukorwo ngithoma imwe cia message iria utoikeirie. Thank you so much. Asante, tutarudi tu baada ya muda. Asante. Kameme TV. Nitwirute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake, niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni arimuhaturaga hindi ya mathina. Twirute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tuna kurathimwo hihinya *811 *227 #. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Kiumia giki tabarĩra-inĩ ya Kayũ ka mũrĩmi turarĩma ũrĩmi wa werũ-inĩ kana kũndũ kũrĩa kwaraga mũno, na tũrĩngana na Kalalu kaunti-inĩ ya Kilifi. No ũgwĩtire werũ-inĩ, no rĩu nĩ kũndũ kwega tondũ tĩri wakuo nĩ mwega, kĩrĩa wagĩte no maĩ. Twategire maĩ rũĩ-inĩ rũrĩa rwa Galana, tũgĩetha contours, nyamũ ciĩtagwo contours, that is an engineering term. Miaka 3 mithiru mũndũ warĩ gũkũ agĩũka gũkũ no arigwo nĩ kwarĩ. Variety iria twĩ nacio gũkũ major nĩ mbembe, igabuatwo nĩ gĩtũngũrũ, igabuatwo nĩ he nyamũ ingĩ twĩtaga stevia. Nyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũgũthomithie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa maĩ makĩria icigo iria nyũmũ. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩa? Niĩ ndarĩ mũrwaru. Tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ, reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Amen. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gũcokera mũthenya wa Jumatatu thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno, nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey! Kamama! Pigwa shock. God of Thunder akachomoka biguni akakuingilia. Unafurahia
tangia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Munyonyi, kanasema mambo iko shwari kabisa. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thaa 4 Kaithiaga ndangari Ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanwa kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amucelana kora we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukora wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugo ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ru ake ndanguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia that's nice kawaje cheza no no ageria we moru kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV. Tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Woza mukalaizwe kamwe kuja. Woza Mr. Mabela, Mr. Mandunya, Mr. Mabujeng ni kama sawa kururumia. Nani Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka the Lioness kumada keda cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwambĩrĩrio Monday tugakurehere #Afro Monday edition. Naguo wa kerĩ tukaingĩra thĩinĩ wa kanitha wa Reremboka. Naguo wa gatatũ nĩ Wagwa Wednesday. Naguo mũthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugacoka makinya merĩ na thutha #TBT. cia ũgathere nĩyo Throwback Thursday. Kang. Naguo gatano tukamalũ. Tukainĩkĩria wiki in-style. Thĩinĩ wa Cocktail Friday. We've got the juice. Anguka now, twende down low now. Okay, thank you Rolegi ni undu wa gukorwo hamwe na ithui na turenda kwamba kurora kuna SMSs watu wanauliza maswali kidogo wengine pia wanatuandikia wakisema tuko pamoja na tunashukuru sana. Nimeona mtu anaitwa Shiroa Naivas, thank you. Gurawa Theka, asante. Jadi wairia we Pwani, thank you muno. King'ori akomwiga pale Nyeri, asante sana. Anasema good morning. Gaithia Honorable Matiang'i anasema nikusalimia. Githua wako ineari kuria kama Sharia, thank you so much. Kuna watu wengine wameniandikia kutoka sehemu tofauti, lakini pia kuna maswali. Na swali la kwanza zinatoka ni kutoka kwa mtazamaji wetu ako Nyeri County, anasema salimia Mheshimiwa Matiang'i. Baadhi ya watu wanasema tubadilishe mfumo wa elimu, lakini wewe unasema hiyo litakuwa ni hatua lisilo sahihi.
Sasa tuelezee ni nini kilichosababisha mabadiliko katika mfumo wa elimu? What informed the changes? Actually, hiyo ni swali la kwanza. Very bright question. La pili, huyu ni mtu wa Nyandarua. Nisaidie nielewe vizuri mheshimiwa. Je, unaunga mkono watoto kusoma katika shule zilizoko maeneo wanayoishi? Like kumekuwa na debate watu wasomee kwao or something. Okay, nitajibu haya maswali Katonye, lakini swali la kwanza lililoulizwa na mwenzetu kutoka Nyeri, nafikiri ni swali la muhimu sana. Nini ilisababisha kubadilisha mfumo wa elimu yetu? Unajua, ni vizuri tuwaeleze wananchi wetu na Wakenya wote waelewe. Kubadilisha mfumo wa elimu haikuwa mpango wa serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kubadilisha mfumo wa elimu yetu ilikuwa mpango ambao tulikubaliana sisi wote katika Vision 2030. Wakati tuliandika Vision 2030 kuangazia ustawi wa Kenya na maendeleo ya Kenya katika miaka 30, ukiangalia huo mpango wa Vision 2030, tulianza kufikiria pia kwamba tutahitaji mbinu tofauti kwa watu wetu na watoto wetu kupata kazi, kupata ajira na kupata umuhimu na umaarufu katika uchumi wa karne ya 21. 21st century education, ambayo itahitaji sana skills na kuexploit talents na vipawa vya wanafunzi. Unaona, tumefika wakati wa AI now, na kusema ukweli, ukiangalia utafiti umefanywa duniani kote, unaelekea kusema kwamba tukiendelea vile tunaendelea wakati huu, itafika wakati watu wengi watapata ajira kutokana na kazi wanayoifanyia wao wenyewe, mbinu zao, skills wako nazo na vipawa vyao, kuliko kwenda kuandikwa katika ofisi fulani ufanye kazi ama white collar job. Na kuweka Kenya iwe tayari kuelekea katika upande huo wa maendeleo katika mfumo wetu wa Vision 2030. Huo mpango wa kubadilisha elimu yetu uko hapo, na mjadala ulianza zamani wakati wa serikali ya Mheshimiwa Rais Kibaki. Lazima tufuatilie huu mfumo wetu na tuhakikishe kwamba tumebadilisha mfumo wetu ili tuweke watoto wetu na vijana wetu tayari kuwa na umuhimu na kupata nafasi zao katika uchumi wa karne ya 21. Kwa sababu ukiangalia ukweli ni kwamba uchumi wetu saa hii tunafaidika sana na hela tunazozipata kutoka nchi za nje, Wakenya ambao wanafanya kazi, na kazi nyingi katika nchi za ng'ambo zimekuwa sasa kazi zinazohitaji mbinu fulani, skills development fulani na mambo kama hayo. Sasa sisi tukafuatilia hiyo kwamba lazima tuweke watoto wetu wawe tayari kuingia katika mfumo na uchumi wa karne ya 21. Ili sasa tuwe katika kiwango moja na nchi kama Finland, nchi kama India na wale wengine. Hiyo ndiyo imefanya tukaonea kwamba ule mfumo wa 844 ungefaa, kwa sababu ungetuelekeza katika hiyo mahali tunataka kwenda, katika kustawisha uchumi wetu, katika kuwapea watoto wetu na vijana wetu nafasi ya kuingia katika uchumi wa karne ya 21. Na kusema ukweli, hilo ni jambo ambalo lilizungumziwa sana na watu wengi, wasomi, watafiti. Kufikia kwa hiyo CPC vile tumefikia ilichukua muda sana kufika hapo. Na nirudie jambo nililolisema hapo mbeleni. Katonye, hakuna mfumo wa elimu dunia hii mtu anaweza kukuambia this is the best and final, huu ndio bora zaidi na wa mwisho kuhusu elimu. Nimekupea mfano, watoto wanaenda shule za msingi Marekani, wanaenda shule za msingi Uingereza, Finland, India. Sisi wote tumeenda shule za msingi hapa Kenya. Mwishowe tukaenda vyuo vikuu, tukakutana na wengine katika vyuo vikuu. Tumeenda kufanya kazi kwa mashirika mengine kule ya kitaifa. Tumepatana na watu ambao walienda vyuo vikuu Pakistan, walienda vyuo vikuu Uingereza na kule kwingine. Ni kwa sababu elimu
mfumo wa elimu unapaswa kupea nafasi kwa mwanafunzi na yale yule ambaye anajifunza kupata umaarufu na kuanza kuongezea kwa uwezekano wake yeye mwenyewe kama mwanafunzi kuanza kutafuta elimu na kuongeza masomo kwake yeye mwenyewe. Ndiposa unajua mtu akimaliza shule katika university unasema we are giving you power to read and do all that appertains. Ukimaliza degree ya kwanza sasa uko tayari kuanza kutafuta elimu. Unaweza kusoma wewe mwenyewe. Unaweza kwenda online usome. Umeanza sasa wewe mwenyewe kuamua unataka kufanya namna gani kwa sababu unataka kuelewa. Sababu elimu, mfumo wa elimu ni ule kwa kukusaidia uwe na kuelewa zaidi na kuwa na mbinu zaidi kuingia katika njia ya inaweza kukusaidia kwa maisha. Kwa hivyo mfumo wa elimu sio shida. Shida ni utekelezaji. Kama umeshindwa kutekeleza, ukipewa mfumo wa elimu wowote, kama uwezi kutekeleza vyema, hakuna kitu naweza kufanya. Na shida tulio nayo saa hii Kenya, tuseme tu ukweli, sio mfumo wa elimu. Shida tuko nayo kwa nchi yetu saa hii ni utekelezaji wa ule mfumo wa elimu tumeanza nao. Na pia wakati ndugu zetu hawa wameingia kwa serikali, wakaanza na disorganize things, throw away enemies and everything else. Sasa hiyo confusion yote imekuja na chaos imekuja, imefika mahali sasa wao wenyewe hawaelewi wanaelekea wapi, na ukiwauliza tunataka kufanya nini, sasa ni kuzingizia tu, ni kutafuta kizingizio. Ni mfumo wa elimu, hatukupewa hii, hatukupata hii. Hata ukibadilisha hii uwape mfumo mwingine wa elimu, utaona hiyo maana ya kizingizio. Na jambo la pili, mwenzetu ameuliza kutoka Nyandarua kwamba mimi maoni yangu ni kwamba watoto wasomee shule ambazo wanakotoka ama wanakaa. Unajua mambo haya mengine yanaamuliwa na vile uchumi wetu huko. Kusema tu ukweli, kama tungekuwa na uwezekano wa kuongeza shule za day school so that cost iwe chini kidogo, watoto wanatoka nyumbani wanaenda shule na wanakuja jioni, ingekuwa mzuri. Hiyo inamaanisha kwamba watoto watakuwa mahali wamesaliwa wa mahali wametoka. Lakini unajua pia tunataka kuwakuza wa Kenya, you know, to raise Kenyans ambao wanaelewa nchi yao. Hakuna haja ya wewe usaliwe Keroka, uende shule Keroka, uishi Keroka, utakuwa Mkenya wa aina gani? Lakini viwango vikubwa vya shule, ukiendelea mbele ufike college, ufike university, itakupea sasa nafasi ya kwenda Mombasa Polytechnic, ya kwenda Dedan Kimathi University, ukutane na Wakenya wengine, ukutane nao pande hiyo. Lile liloko vile nilisema ni kwamba tunahitaji kuongeza nafasi za elimu. Unajua wakati ugatuzi tulianza mfumo wa serikali wa ugatuzi, kuna sehemu zingine nchi ya Kenya kama zile zinatoka arid and semi-arid areas, walisema wao walichelewa kidogo kupata hela za serikali na mipango ya serikali, waangaliwe tofauti, wapate equalization fund ili wapate resources zaidi ya kusaidia wao kujenga shule. Hapo mimi nafikiri tunahitaji kuwashauri wenzetu ambao wako katika kama kaunti hizo waharakishe, wafanye bidii kuhakikisha kwamba nao wameegeza kwa shule, wameongeza nafasi za shule. Lakini niseme kitu moja, ni hatari sana kusema kwa nchi yetu ya Kenya. Mimi nimetembea sana kwa nchi wakati nimekuwa waziri. Kuna sehemu zingine nimeenda kwa nchi ambao unashangaa sana. Hao wajumbe wetu wa bunge, kila mtu anapata pesa za CDF. Tuseme tu ukweli, mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna constituencies zingine nimetembelea, ukienda unapata wajumbe, unajifunia hao wajumbe kazi wamefanya. Nimeenda wakati mwingine, Meru for example, nikapata unaona wajumbe wa bunge ile kazi wamefanya pale, ya kusaidia mashule vile wamejenga, unafurahia sana. Niseme tu ukweli, hata kule kwetu Kisii na Nyamira nimeona vile wajumbe wanaegeza kwa shule. Na sehemu nyingi hata mkoa hapa wakati na kule kwingine. Na pia kuna sehemu zingine nji unashangaa, unajiuliza hii pesa ya CDF inaenda wapi? Siku nyingine sitaki kutaja hiyo constituency. Siku nyingine nimeruka na ndege na nikuwa na mjumbe wa hiyo constituency kwa ndege. Nimezurura na yeye kwa ndege kwa helicopter juu, namuuliza mheshimiwa, wewe umejenga shule wapi? Hakuna shule. Na tulikuwa na yeye kwa ndege, ananiambia sasa waziri, tuingie hapa tukaa hapa tuongee na watu kwa market.
Namuuliza wapi market? Sioni market kutoka hapa juu. Anasema ni kwa sababu tuko juu. Wewe tutue tu tukifika chini utaona market. Na unaangalia huyo ni mwanasiasa ambaye ni kelele tu kila wakati na nimetembea naye. Kwa hivyo kuna hizo tofauti vile watu wanafanya kazi, lakini tutumia wakati mwingi. Tuko na rasilimali ya kutosha. Mimi kuambia tu kweli, siwezi kusema eti Kenya hatuna pesa ya kutosha. Kenya tuko na rasilimali ya kutosha kuhakikisha kwamba elimu yetu inaenda mbele. Okay. Mheshimiwa Daktari Matiang'i, wacha sasa tuongee kuhusu chama chako cha Jubilee. Mlikuwa na mkutano wiki iliyopita na mkafanya mambo mengi, niliona mabadiliko kadha wa kadha. Kwanza kabisa niulize, mkutano huu wa chama ulifanyika katika mazingira yapi? How was? Unajua tangu mwaka uliopita wakati tulikuwa na special delegates conference tarehe 26 mwezi wa Septemba, wanachama na viongozi wa Jubilee wameamua sasa tuanze kustawisha chama chetu, kujipanga kujiandaa kwa uchaguzi. Okay. Tuseme tu ukweli, unajua mwaka wa 2022 tuliingia kwa azimio sisi wote. Yes. Na nikizungumza sasa kama maneno ya chama, tuliingia kwa azimio. Kulikuwa na utata kidogo kuhusu uwaniaji wa uchaguzi katika viwango vya MCA na parliament na senate na huko. Kuna mahali pengine ambapo tungepata actually viti kama haikuwa hiyo maneno ya negotiate na mambo kama hayo. Lakini kumekuwa na msukumo sana kutoka kwa wanachama wa chama cha Jubilee kwamba tafadhali sasa ni wakati wa kurudi kwa chama chetu, tuchenge hii chama, tuboreshe chama, kwa sababu tulikuwa kwa serikali na tulifanya yale tulifanya kwa serikali na maendeleo mengi na mipango mingi ya maendeleo ambayo sasa ingine imekwama kama zile barabara za Maumau huko na so on. Na tumekuwa na msukumo sana kutoka hata kwa wananchi. Sasa tukaanza maneno ya kupanga chama upya. Sasa hiyo ndio imeelekea mkutano tumekuwa nao wiki iliyopita kuendelea sasa katika hiyo safari ya kuendeleza chama chetu. Na katika mpango huo, unajua sasa kama shirika, chama ni kama shirika. Yes. Mnakaa pamoja, ama kama chama ni kama timu, unajua. Kufika mahali kwa timu nasema sasa tumeenda namna hii, ningependa sasa nileta huyu goalkeeper mpya, nataka kubadilisha kidogo, huyu atacheza left badala ya kucheza right, namna hiyo. Kwa hivyo wanachama wa Jubilee wanapanga timu tukielekea kwa uchaguzi. Na tumekubaliana sisi wote tukiwa katika National Executive Committee kiongozwa na Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ndio party leader wetu, kwamba tuende hatua kwa hatua, wasajili wanachama wapya, tukifungua maofisi mpya, tukihakikisha kwamba sasa tumeanza mjadala katika ndani ya chama vile tunavyoenda uchaguzi na vile tutashirikiana na wengine namna hiyo. So hayo ndio mazingira. Kwa hivyo mabadiliko yametokana na hali ya kisiasa ya kitaifa ama ni shinikizo la ndani? Hapana, hali ya kisiasa ya kitaifa na mpango wetu sisi wenyewe vile tunataka kwenda mbele. Unajua shida tulioko nayo katika nchi yetu hii katika mambo ya siasa vile nimeona, wakati mwingi kila mtu ana story yake. Unajua jambo linafanyika alafu watu wanaanza story hii story nyingine na kule kwingine. Sisi kama chama kama Jubilee tunataka kujipanga kuingia kwa uchaguzi na majaliwa ya Mwenyezi Mungu kurudi kwa serikali tuokoe nchi yetu, ndio mpango wetu. Sababu tunataka kurekebisha yale ambayo yameharibika katika nchi yetu tangu tutoke uongozi. Sasa
tukiwa katika hali hiyo tunajipanga vile mtu anapanga timu yako. Yeah. Okay. Wakenya wengi walishangaza na kuondolewa kwa Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Alikuwa katibu mkuu wa chama, lakini ametolewa akapewa nafasi nyingine ya kutumikia chama. Wengine wanasema hii ni sort of demotion. Ameshushwa cheo. Kusema tu ukweli ni kutoelewa. You know, kutoelewa kwa watu. Na unajua wakati watu hawajalielewa jambo, wanalirukia ama wanafanya uamuzi wao. Vile nimesema, unajua hata katika cabinet nilikuwa naona wakati tulikuwa kwa serikali, rais akifanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, aseme sasa wewe Janon Kaiseri bahati mbaya amefariki, Matiang'i ndio atakuwa waziri wa usalama. Ametolewa katika Ministry of Education. Sasa watu wengine wanasema hiyo ni promotion, wanasema wengine ni demotion and so on. It depends on who's looking at it. Okay. Lakini mwishowe ni vile rais anapanga baraza la mawaziri. Na sisi kama chama ni vile tunajipanga. Kuna jukumu mpya ambao ni muhimu sana na inatakiwa ifanywe na kiongozi wa chama chetu ambaye ako na uzoefu zaidi wa chama na ambaye ndiye anamehusishwa zaidi na chama chetu. Na tukijipanga kwa hayo majukumu, tukiangalia, huwezi kusema wacha hii jukumu ili mtu ambaye anaweza kulifanya ni Gatonye. Hawezi kuwa ni inakuwaje sasa demotion? Unajua mimi nashangaa. Na inakuwaje kuondolewa? Unajua kuondolewa, ukiondolewa, labda mimi sielewi Kiswahili sana, lakini kuondolewa ni kuambia sasa utoke hapo. Wanasema it's a demotion of what rank ya position za chama ni gani? Nani ametoa rank? Akasema hii ni number 1, number 2, number 3. Secretary General anaonekana sana and he actually runs the party, sort of. Then hiyo kazi yake ni ndogo kuliko kazi ya kuwa deputy party leader, kwa sababu kama wewe ndio kwa front desk huko, niko vile unaweza kuingia kwa ofisi ama ujiulize mtu yule ambaye ako na madaraka makubwa ni yule anakaa first floor ama yule anakaa second floor. Unajua it's relative, inategemea nani anaongea maneno, lakini mimi ni kuambia ukweli kama naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee, kusema tu ukweli ni mambo ambayo mimi ningependa nisiyazungumzie, kwa sababu saa nyingine unajua inakazirisha. Niseme tu ukweli, sababu sisi sote tuko pamoja kama timu. Ndugu yangu Mheshimiwa Jeremiah Kioni ambaye ni mshirika wangu, tumekuwa katika hii chama, tunaendelea na amefanya kazi kubwa. Hata wakati huo tukifanya mkutano huo, yale mambo ambayo yamezungumzwa huko kuhusu mchango wake na kazi yake, na inaonekana wazi. Na hao wote ni wanachama, wote wameingia kwa chama. Kila mwanachama anafanya sehemu yake. Nikuulize Gatonye, unataka kuniambia kwamba mguu wako ukitembea, mguu wako ni muhimu zaidi ya jicho lako? Is your leg more important than your eye? They are all parts of that is it. So ni majukumu gani haya Mheshimiwa Kioni? We have roles, tuko na sehemu. It's a special role yenye sasa chama. Sasa unajua uko na mkono, uko na mkono mwingine, uko na mguu, uko na jicho, uko na mdomo, uko every part is important. Sasa tuwezi kuwa tuingie kwa chama tuseme hii ni sehemu ndogo. Okay. Nimekuuliza kulingana na mwili wako wewe. Unafikiri mkono wako wa kushoto is less important than your ear? Kulikuwa na upinzani dhidi ya haya mabadiliko. I mean, wakati mlikuwa mnajadiliana mkiwa pale, sijui how was it received? Hakuwa na upinzani wowote. Mimi nilikuwa kwa hii mikutano yote. In fact hakutakuwa na ukifanya mabadiliko kila mtu anasikia wewe utakuwa hivi, anasema yes, hakuna. Mimi sijasikia, kusema tu kweli, mimi sijasikia hii maneno. Nasikia kutoka kwa watu wana tu vipi kwa magazeti ama kitu kingine, naona kwa social media. Ni muhimu pia kwa members na tena unajua kila mtu akiongea. Yes. Nimekuja kuzoea kwa siasa kwamba unajua kila mtu akiongea ama akiuliza swali, wakati mwingine unatafakari. Wengine hawaulizi kwa sababu wako na nia nzuri, wengine wanauliza kwa sababu ya vitina, wanataka kuleta vitina.
Mimi nawaomba tafadhali, wanachama wa Jubilee tuko na kazi ya kufanya, na kazi hiyo ni ya kusajili wanachama na kuboresha chama chetu. Tutaanza sasa wiki hii kufungua maofisi ya chama. Tunajiandaa kufanya uchaguzi wa chama kufikia baadaye mwaka huu. Alafu tuende kwa National Delegates Conference. Basi tujipange sasa kwenda kwa uchaguzi. Upande huu mwingine National Executive Committee imeamua tutakaa pamoja kwa United Opposition, tuongee na wale wenzetu katika United Opposition. Ili sasa tujiunge na Wakenya wengine katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Lakini sasa ndio mambo kama hayo ya kusema mguu ni less important kuliko jicho. Hiyo yote ni maneno ya kuturudisha nyuma. Sisi hatuna hiyo kwa chama cha Jubilee. Yale tuko nao kwa Jubilee ni kwamba kila mwanachama, vile Uhuru Kenyatta anasema, kila mwanachama hata awe naibu wa National Organizing Secretary, yule hako kwa county, kila mwanachama, hata yule mwanachama ambaye hana cheo katika chama, yeye ni member tu. Hata yule ambaye alikuwa mstaafu, alikuwa mjumbe wa bunge katika chama cha Jubilee, lakini sasa bado yeye yako Jubilee. Kila mwanachama wa Jubilee tunamchukulia kama ni equal kwetu sisi wote. Mimi sio bora zaidi kwa sababu ni naibu wa kiongozi wa chama kuliko member wa chama ambaye ako Molo ama ako Kirinyaga ama ako Embu. Nikipatana na wanachama wa Jubilee wale wako Embu, wale wengine wanataka viti vya MCA, wale wana umuhimu kwa chama kama vile mimi naibu wa kiongozi wa chama, kama vile mwekazina wetu Bwana Kawe, kama vile katibu mkuu wetu mpya Bwana Ole Kenta. Hivyo ndivyo tunataka kwenda mbele. Umerudia na nilisikia wakati wa huo mkutano umesema Jubilee kabisa iko kwenye upinzani. Lakini wabunge wa chama cha Jubilee wanaonekana wakifanya kazi na Mheshimiwa Rais. Sasa watu wamesema hii ni kinaya kwamba chama inasema wako kwenye upinzani, MPs wa chama wako katika serikali yenye mnasema haijafanya mambo vizuri, mnataka kubadilisha. Unajua, tumeamua sisi katika Jubilee kwamba tunataka kutumia wakati wetu mwingi kujenga chama chetu cha Jubilee na kuendelea mbele. Hakika, na niseme tu wazi, tumekuwa na challenges za discipline katika kati ya wanachama wengine wa Jubilee. Lakini unajua hilo ni jambo ambalo limetokana zaidi na maono na maongozi ya wale ambao wako kwa serikali wakati huu, ambao nia yao ni kuuchumu vyama vingine, kwenda kuwatafuta wajumbe, kuhonga wale wengine na wale. Unajua ni kwa sababu tumeamua kwamba hatutaki kuwa na confusion na vita kwa chama. Saa hii tunataka kuangazia kwenda mbele. Kwa sababu kama wale wanachama katika Jubilee ambao wamekuwa nominated, kama tungetaka kufuata huo mtindo tungewafuatilia wote mbali, tuandikia IBC watoe wote, alafu tunominate wengine wapya, mambo kama hayo. Lakini hatutaki kujiingiza kwa vita hivyo saa hii, kwa sababu mahali tuko wakati huu, yale nchi yetu inataka ni kwamba tutafute na tufanye kile tutakachoweza kucha pamoja, na tuwe tumesoma yale kupitia kwa viongozi wengine wetu vile wanavyo fanya. But hiyo pia nayo it's sending mixed signals. Hapa kuna chama cha Jubilee kinasema tuko katika upinzani. Hawa ni wajumbe wako kwenye serikali na ni members wa chama, na pia tunaona chama ni kama hakijawahi thubutu kuchukua hatua yoyote. Kulikuwa na this nominated MP mwenye alikuwa kwenye chama cha UDA, sijui alionekana kwa mkutano wako, na unaona chama cha UDA kilikimbia sana kikamuondoa kwa sababu ili ijulikane, ili ikuwe wazi. Gatonye, nikwambie tu ukweli, huo mpango wa wajumbe wa bunge, hasa wale ambao wako nominated kuingiana na serikali ya UDA, ilikuwa baadhi ya yule mpango wa kuuchumu na kukisambaratisha chama cha Jubilee. Sure. Na ni hawa viongozi wa UDA wako serikali ndio wamefanya njama za kuuchumu chama cha Jubilee. Tungeamua sisi wenyewe kama Jubilee,
sababu hiyo ni rahisi. Kwanza mpango wa kuwatoa wale wote. Okay. Akina Mheshimiwa Sabina Chege na wengine, lakini hatutaki kwenda pande hiyo sahihi. Kwa sababu ni vizuri tuseme ukweli. Tukianza kuzingatia maneno kama hayo, wakati wetu mwingi utaenda kwa fitina na mambo ambayo hayafai. Tuko chini ya miaka 2 kutoka kwa uchaguzi wakati huu. Tunataka sisi kujenga chama. Okay. Na tumesoma kutoka kwa hiyo lesson. Haya maneno ambayo yalifanywa ya ilielekea Jubilee kwenda kotini, ilielekea Jubilee kusambaratishwa na kusumbuliwa na kila kitu. Hii yote ni mipango ya serikali ya kuhujumu chama cha Jubilee na vyama vingine, kwa sababu wao hawaamini multi-party democracy. Wanataka kwamba shida ikitokea ndio watakuwa na nafasi ya kuongoza bila kuulizwa maswali. Sasa unajua uongozi nao pia unahitaji kila wakati utafakari maneno, ujiulize wewe mwenyewe unataka kwenda namna gani mbele. Secondly, we are not intolerant. Sisi hatutaki kufanya yale maneno ya tunaona wengine wanafanya ya aibu. Okay. Kwa sababu ni vizuri vile unasema yule Senator Uruoba, Gloria Uruoba alikuja kunilaki tu wakati nilikuja kutoka nje. Hakujiunga na chama changu. Kwanza wakati huo mimi sikuwa na chama, sikuwa nimeingia kwa chama. Hakuja kunilaki and so on. Lakini unajua viongozi wale ambao wako na yeye, walikuwa na yeye katika chama chao, ni viongozi wako na chuki na viongozi ambao wanachukia watu wengine, wanadharau wengine, wanadharau makundi mengine katika jamii yetu ya Kenya, wakafanya namna hiyo. Sisi hatutaki kwenda pande hiyo. Okay. Tumeamua kwamba hata wakati tunakuwa na shida kama hizi katika chama, kiongozi wetu ameamua kwamba na sisi tunamuunga mkono, tutaendelea kupiga hatua kwa hatua. Wakati mwingine tunazungumza na wengine, wakati mwingine because hatutaki kuonyesha intolerance. Ukifanya hivyo utatumia wakati wako wote kwa vita. Okay. Na sasa unajenga chama namna gani na huko kwa vita na kila mtu, tutoe huyu, tutoe yule mwingine, tuende tutafute kanini keka, tuende kumtoa, tuende tutamuna. Hiyo ni kitu inatupotezea wakati. Okay. Wacha sisi tujenge chama, tuongee na wale wengine. And in any case, by the way, huwezi kuwa eti unaweka watu pamoja kwa sababu mnakubaliana kwa kila jambo. Kuna wale watu ambao utawasawishi na mtakuwa pamoja hata kama wako na mawazo tofauti na wako na mafikira tofauti. Hii ni demokrasia, na demokrasia hii ni safari ndefu. Okay. Mimi kwanza vile nimezungumza na viongozi wengine wa Jubilee, tuko tayari, tunazungumza na wengi na napata almost every day kiongozi ambaye alikuwa Jubilee ameenda, wengine juzi nimekuwa Naivasha nakutana na viongozi wengine MCAs ambao walitoka Jubilee wakaenda kwingine, wakasema tulikosewa wakati wa nomination lakini tunataka kurudi. Mimi nawaambia karibu nyumbani. Okay. Tufanye kazi na wale wengine. Sababu hatuwezi kujenga nchi kama hatuwezi kuvumiliana, na hatuwezi kustawisha chama kama kila siku ni vitina. Okay. Sasa hata hao tutawaongelesha na tutawasawishi. Tunaamini kushawishiana sisi kwa sisi wenyewe kuliko kupigana vita. Okay. Na miereka hiyo haiwezi kutusaidia. Okay. Kitu. Sijui utasema nini mheshimiwa kuhusu kuna picha yenye imezua taharuki na imekuwa ikienea sana kwenye mitandao ya Uhuru Kenyatta. Alionekana pale State House. Na picha ikapigwa vizuri sana wakiwa na mheshimiwa Rais William Ruto. Wengine wameanza kusema hii ni kielelezo kuna mipango ya kando inafanyika. Sijui hata wengine wanasema, tunasema sasa hii inaonyeshana kuna unajua mimi ningewashauri wa Kenya kwanza. Unajua by now wa Kenya mnatujua. Mnajua viongozi wetu vile wako. Unajua kuna viongozi wengine kwa nchi hii wamekuwa ni specialist wa approach na posturing. Na wao kazi yao ni unafiki na kujifanya. Mnaweza kukutana nao kwa kanisa huku mnaomba, alafu kesho wanapiga picha wanasema wao ndio walikupeleka kwa bishop na padri, wao ndio wanajua bishop. Na nimemkutana tu hapo na yeye kwa kanisa mkiomba kila mtu. Hili jambo limeelezwa wazi. Ndugu Uhuru Kenyatta mheshimiwa ndio anawakilisha Duke of Edinburgh kwa shirika la Presidential Award Scheme duniani kote. Hii ni mradi ama ni mpango unafanywa katika nchi nyingi za Commonwealth. Na Duke of Edinburgh anachangia kusaidia
nidhamu, kustawisha mbinu na skills na discipline ya vijana katika nchi nyingi za Commonwealth. Na katika Afrika Moho ndio anamwakilisha. Amemwakilisha kwa miaka mingi. Amekuwa Nigeria na President Tinubu kwa hiyo maneno. Amekuwa Senegal. Ameenda nchi zingine. Sasa alipelekwa huko na Ruto Senegal. Unajua hii ni mambo ya wengine watu wanapenda tu kwa Kenya wanatujua, wanatuelewa vile tuko na unafiki hapa. Ni picha inapigwa hapo na inaanza kusambashwa. Unajua hii maneno ndio zingine inakuchekesha. Kila mtu anapiga hapa nduru kusema unajua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amestaafu, waje siasa, wewe Matiang'i unajua usikaa ukiongea na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe sasa fanya mambo yako. Sasa anajiuliza, alafu akienda pale akipiga picha, akipatana na apiga picha siku mzima, mtandao ni hiyo kazi, hakuna kazi nyingine zetu zinafanya ni kusambatisha hiyo picha, ndio siku mzima asubuhi mpaka jioni. Pele uliona huko walisalimiana, wakati rais alitoa andika jibu, huyu ndiye alikuwa karibu, and so on the whole day. Na pande wakikucha on one side of the mouth wanatuambia hii, kule kwingine wanasambaza picha. Sasa mimi tusiongee hiyo maneno. Hii maneno ndio unaona watu wame cheapen live very easily. Okay. Amwaje Mheshimiwa Moi endelee na maisha yake. Mimi siasa yake vile anaifanya na chama inaendelea. Mimi sijui kama chama inatokea wapi kwa maneno katika maneno kama haya. Mheshimiwa, wewe ni mbeba bendera wa Jubilee. Wakosoaji wako wanasema wewe ni project ya Uhuru Kenyatta. Sijui utawajibu vipi? Unajua hilo swali nimelijibu sana na nitaendelea kulijibu. Mimi najiuliza kwa nini niwe project ya mtu, kwa sababu unajua mimi siwezi kusahihisha historia. Mimi nilikuwa waziri wa Uhuru Kenyatta. Uhuru ndiye alinichagua kuwa waziri. In fact, mimi ndio waziri wa kwanza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alichagua. Waziri wa kwanza. Wakati huo miaka 10 iliyopita hakuna mtu alikuwa anajua eti kutakuja kuwa na wakati wa kutafuta uongozi wa nchi. Nimefanya kazi kwa cabinet miaka 10. Mimi siwezi kukataa. Na nimetoka hapo nikaandikwa kazi na World Bank. Ndio nimetoka kuja kuuliza kazi. Najiuliza mbona watu wasema mimi ni project ya World Bank? Kwa sababu kama association yangu na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndio inanifanya niwe project yake, si wangesema mimi ni project ya World Bank. Kwa nimetoka World Bank hivi karibuni. Alafu kitu kingine nasema ni mimi sioni kama kuna makosa, sababu tulifanya kazi katika Jubilee. Nimeulizwa mbona niliingia Jubilee, wakati nikasema mimi nimeimplement manifesto ya Jubilee, nimekuwa waziri wa rais wa Jubilee, tumefanya kazi na manifesto ya Jubilee. Sisi ndio tulileta Linda Mama ambayo imepotea saa hii. Sisi ndio tulikuwa tunaendesha reform ya National Insurance Fund, tunasaidia wagonjwa vizuri. Tulikuwa tunasaidia wagonjwa wakienda India kutibiwa. Sasa iko zaraka zingine hapa inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi. Sisi ndio tulilainisha elimu Kenya hii tukiwa katika Jubilee. Wakati huo kwa mtu alikuwa anaongea maneno ya capitation, hakuna mtu alikuwa anaongea maneno ya exams, tulikuwa tumemaliza. Sisi ndio tulianza barabara, hata ile tulianza hapa Keno Marwa bado haijamalizika. Tulijenga market zote kama Jubilee, Chaka pale uliona market kubwa. Tulikuwa tuanza sasa awamu ya pili ya kujenga market ya pili. Karatina na kule kwingine nothing, hakuna kazi inafanyika. Sisi tunataka kurudi serikali tuendelee na ile kazi tulikuwa tunafanya. Sasa nakuwa project namna gani? Tulifanya kazi ile tulikuwa tunafanya, tunaendelea mbele. Na wale ambao wanasema mimi ni project, kwa nini Uhuru awe na project Kenya hii? Na mbona we were 23 or 25 or 26 ministers? Mbona ni mimi nakuwa project, mbona wengine wasiwe project? Wamalu wako na anatafuta kiti ni kiongozi wa DAPK, mbona yeye hajasemekana ni project? United Opposition, kumekuwa na uvumi kwa hii unity mnaoongea kuhusu, watu wanasema ni PR, kuna vita chini ya maji. Mimi nafurahi sana umeita uvumi. Ni uvumi. Okay. Vile umesema. Ni uvumi. Uvumi sio sayansi. So niulize mwisho, mnaaminiana pale katika United Opposition? Unajua wale watu ambao wanaomba sana
tusikubaliana na tusiwe pamoja ni hao viongozi wa hii serikali, kwa sababu wanajua lile litafanyika. Mimi nakaa ni kwa shauri kila wakati kwamba tutaungana na tutawatoa kwa uongozi, kwa sababu kazi imeharibika na imeshindikana. Unajua United Opposition ni kama boma. Unaona? Hii nyumba hii, ile nyumba ingine, sisi zote tuko kwa boma. Na tunaongea tukiwa kwa boma moja. Na hao viongozi wa opposition tunaongea sisi wote pamoja, kwa sababu barabara tunatembea ni ile barabara moja tu wananchi wa Kenya wametuambia tutembee. Barabara ya kuunganisha wa Kenya na kutafuta mbinu ya kuunda serikali tofauti na hii iliyoko. Na mimi sitasikia kiongozi yote katika upinzani akizungumza lugha nyingine. Hiyo ndio lugha sisi wote tunazungumza. Na lile jambo mimi najua linashua wasiwasi kwa wana Kenya ni ile ya kusema hatutakubaliana and so on. Unajua maneno ya kukubaliana na kutafuta mgombea kiti mmoja ni kama vile nimesema tuko kwa boma saa hii. Boma hii, boma ingine. Sasa kutakuwa na siku ya kwenda kwa Ngurario. Tutakubaliana sasa tukienda kwa Ngurario, msemaji wetu atakuwa nani? Wa kuongea na wale wasazi wa huko. Alafu tutaingia tuende kwa Ngurario, tutafika pale tutapata mmoja wetu wa kwenda kuzungumza kwa niaba ya wale wengine. Sasa itakuwaje shida na wakati huo? Na tuko na mpango. Msichana tunataka. Na tuko hapa tumekuwa tukiongea na tumetoka boma moja. Sasa shida itatokea wapi? Kwa maoni yako ni formula gani inayofaa kabisa kumtaja huyo mgombea? Hiyo ndio tunaendelea kuzungumza saa hii. Wengine wanasema maybe mkae boardroom jadiliane, wengine wanasema popularity numbers. You see what many people don't know, you know, watu wengi hawajui hasa porojo ya serikali hawajui kwamba tunashauriwa na watu wengi kuliko wale hata wao wanajua. Kuna watu wa Kenya wengi na wako na uzoefu kutoka kwa private sector, kutoka kwa dini na wengine ambao wanaongea na sisi pole na kwa heshima. Wanajaribu kutuweka pamoja, wanatuambia tufanye namna hii. Kutoka kwa hawa watu wengi wa Kenya wengi. Tuko na hawa wanasiasa wako na uzoefu wengi ambao tunazungumza nao. Timu yetu inaongozwa pande hiyo na Mheshimiwa Kipruto Arap Kirwa. Tutapata namna ya kukubaliana sisi wote. Na hiyo sio maneno ya kuja kuongea hapa pere kwa press conference hapa. Tutakubaliana kama viongozi. Sababu tunaelewa nchi yetu inahitaji nini. Na wananchi wetu wanatutaka tufanye nini. Tufanye kazi tukiwa pamoja. Nene kesi ni ya gani, acha gani uende uwe mkubwa alafu eti unajigamba uko na madaraka na maroli kubwa, watoto hawaendi shule. Ni nini muda mwafaka wako tupatia huyo? Unajua ninajua wengine wanasema huu mwaka, wengine wanasema I know where you are headed. Unajua mahali unaenda, kwa sababu wenzangu wawili, mwingine amesema mwezi wa 3, mwingine amesema karibu na uchaguzi. Hayo ni maoni, sababu sisi ni demokrasia. Hayo maoni sasa sisi tutakaa chini tuyaangalie, tukubaliane. Na najua bila wengine wetu wako na maoni mengine, wengine wanaweza kukuambia mwezi fulani ama mwezi ule fulani. Sasa tunabadilishana maoni. Na unajua tuko na retreat mwezi ujao, tulikubaliana last week. Na mambo mengine tunaendelea kupanga tukiwa pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki kutangulia maneno sana. Ninataka kukaa katika huo mpango tuko nao na kuwasikiza wale wenzangu, tunazungumza nao na tutembee katika safari moja. Tutakubaliana, msemaji wetu Mheshimiwa Dr. Mukisa Kitui ataendelea kuzungumza hiyo maneno na tunaongea, Wakenya wasiwe na hofu. Kuna swali. As United Opposition, na alifiwa mtakuwa mnatembelea kamati ya IEBC wiki hii. Maswala ni gani? Mambo ni mengi. Secretariat yetu ina prepare memorandum, lakini tumeyazungumzia mambo mengi. Tunataka kuzungumzia water registration vile imekuwa. Unajua kuna hii shida tuko nayo ya watu ambao wamesajiliwa kwa wana Kenya ambao si wa Kenya. Wameletwa kutoka hapa nchini na unaweza kuwa na clearly yale serikali inataka kufanya. Na hiyo sio sisi wenyewe tunazungumza. Mimi zingine nashangaa hii serikali. Nimeona hata
mashirika ya kitaifa ya kimataifa yameanza kuuliza maswali kuhusu usajili wa Wakenya wa watu ambao sio Wakenya hapa nchini. Anyway, tutauliza IBC hiyo maneno. Tuko na mambo ambayo yanatusumbua sana kama vile Wakenya wote wanasumbuka. Okay. Hii mambo ya kukomboa wakora na wauni, kupiga wanasiasa na kuharibu mikutano ya wanasiasa wa upinzani. Tunawezaje kwenda kwa uchaguzi katika mazingira kama haya? Okay. Tunataka kuuliza IBC wao wanafikiria namna gani. Tunataka kuuliza IBC, sheria imevunjwa hadharani mchana wa maafisa wa IBC wakiona wao wenyewe. Huku mbele noto wakati wa by election mawaziri wanaingia kwa polling stations na mabunduki and so on. Tunataka IBC watuambie kwanza, tukianza namna hii IBC vile imefanya hizi by elections, wengine wetu tumeanza kufikiria kwamba hii IBC haitakuwa na uwezo wa kusimamia uchaguzi wa kweli. Lakini tutawaeleza tukiwa nao pamoja. Hatuwezi kuanza kuaccuse kupitia kwa vyombo vya habari. Okay. Tutawaeleza concern zetu zile tuko nazo. Zile wamefanya. Nimekuambia, nimeona by elections zetu watu wanatembea na mishale na mapanga na hawa ni viongozi. Na IBC inasema nini kuhusu maneno kama hayo? Okay. Polisi imehusika namna gani? Alafu kuna jambo ambalo ni la muhimu na tunalizungumzia hili na tutalifuatilia. Nimesikia eti contract imetolewa kwa Smartmatics. Tumeambiwa na hiyo contract ilitolewa na wafanyakazi wa IBC before commission kuingia. Tunataka kujua ilifanyika namna gani. Okay. Na tunajua kwamba hiyo maneno ya Smartmatics vile imezungumziwa, unaona yale ambayo yamefanyika Venezuela na US, tutafuatilia hili jambo na tutahusisha mashirika ya kimataifa kwa haya maneno, kwa sababu hatutaki kungoja mpaka tufike kwa uchaguzi alafu tuanze kusema hii iliharibika namna hii. Okay. Tulisoma lesson kutoka 2022. Kuna mambo ambayo tungeshughulikia mapema kama tungekuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Haya tunaanza kuyashughulikia mapema na tutauliza maswali kuhusu haya. La mwisho, jambo ambalo nikera sana ni vile IBC inaajili wafanyakazi na wasimamizi wa uchaguzi. 2022 by the way, mimi nimeuliza Chebukati, marehemu Chebukati, hilo swali wakati tumepata malalamiko, lakini unajua wakati huo nilikuwa waziri wa usalama. I had to be very careful nisionekane kama tunasulutisha IBC. Hapo nilikuwa namuuliza inawezekanaje kwamba watu ambao wanasimamia usalama wanasimamia uchaguzi katika kaunti mbili ama kaunti tatu wote ni kutoka sehemu moja ya Kenya. Inawezekanaje? Presiding officers wote wanatoka sehemu moja ya Kenya. How possible is that? Hata wewe Gatonye nikuambie, ukienda hapa Chuja upate OCBD, OCS, DCIO wote ni kutoka chama moja, sehemu moja ya Kenya. Huwezi kujiuliza ni kitu gani kinaendelea? Yes. Lazima tuulize haya maneno. Tumeona hii maneno ikifanyika hata wakati wa posting ya maofisa wa usalama. Hatuwezi kunyamaza. Lazima kuna mpango unafanywa hapa. Okay. Na kuna mengine ambayo siwezi kuongea hapa. Yale tunajua na tumeambiwa na mashirika mengine ya kimataifa. Tutawauliza IBC kama wao wameambiwa haya maneno, wanajua nini kuhusu mambo inaendelea kama godao nyingine huko. Okay. Mheshimiwa, tukimalizia hili swala, ikiwa wenzako wa upinzani watakaa mjadiliane pia wewe ukiwa hapo, lakini wakubaliane kwa mgombea mwingine isipokuwa wewe, sijui itakuwaje? Utakubali? Unajua nataka nivuke daraja kabla sijafika hapo. Tuko kwa safari ya kutoka hapa tunaelekea Mombasa. Yes. Daraja iko Mtito Ande huko. Sasa unaniambia lakini lazima atakuwa mmoja. Sasa unaniambia kati ya wale watano. Utavuka ile daraja ya Mtito Ande namna gani? My friend, ngoja tufike Dongo Kundu. Uone vile ninavuka daraja hiyo tukifika Dongo Kundu. Sasa wewe unataka nivuke hapa? Haya, wacha tumalizie na maswali kadhaa kutoka kwa watazamaji wetu. Ukiwa rais wa Kenya, utafanya nini kuhusu ushuru mzito unaowaumiza wa Kenya? They are overtaxing Kenyans. That's the truth. Mimi kwa maoni yangu, and I've started expressing this, I've said before, I would not go with this housing levy the way it is. Kwa sababu you see, we can do, why don't we have a voluntary scheme badala ya hii maneno ya kusurutisha kila mtu kulipia nyumba? It's a straightforward matter. Na mimi kwa maoni yangu, I am consulting experts na wale watu wako huko. Mimi sioni kama hii kitu ya shani, kitu mimi naweza kutolerate. Okay. Let's go back to the reforms we're having the National Hospital Insurance Fund tuendelee mbele. Okay. Nene kezi hii unaona wakati mwingine ni mambo kama ni wizi wa hadharani unaonekana. Na mimi nashuku kila wakati mtu ukiwauliza
Unajua sasa ukiuliza maswali wale wanauzika na mawaziri wanaanza matuzi. Unajua hili linanishangaza. Mimi wakati nilikuwa waziri na mimi najivunia hii na ninasema hapa hadharani nikiwa rais mimi sitafanya hivyo. Mwananchi akiniuliza swali mbona ulifanya hii nitamueleza. Sitamtuzi. Nitamueleza. Hao unawauliza maswali ukisema hakuna chakula Kenyatta National Hospital wagonjwa hawapati madawa and so on, kesho yake ni matuzi the whole day. Ujibu maswali. Unajua Wakenya wanatuuliza maswali. Hii kitu wao wenyewe wewe Gatonye umeenda sehemu ya Kenya mahali mtu amekuambia SHA inafanya kazi. Umepata mtu akikwambia SHA inafanya kazi. Nimeenda kila mahali, uliza kila kiongozi, hakuna mtu kati yetu ambaye afanyi harambe sijui nini kila siku. Huyu ukienda hospitali saa hii, hata nikienda kuona familia zangu watu ambao ni wagonjwa. Sababu kila mtu wako na familia. Watu ni wagonjwa, anaenda huko the other day mbisha kuona mgonjwa. Unatoka pale nje, unapata wananchi pale, watu wanakuambia jamani nilikuja hapa sijui nini, SHA ina hii imeshindwa kulipa. Hiyo ndio story everywhere you go. Sasa ukiwa kiongozi na watu wanapiga nduru namna hiyo, what is your first thing to do? Ni kusema jamani hii kitu inaonekana iko na shida. Wacha tukae chini wale watu ambao mnaelewa hii maneno katika sekta ya afya, hebu kuja. Na hawa wako na bahati. Mutahi Kagwe ambaye alikuwa waziri wa afya, ambaye tumekuwa naye kupigana maneno ya corona and so on, ako nao huko. Sasa uite wale watu mkae chini, you know during COVID, wakati wa COVID Gatonye, uniruhusu niseme hii tafadhali. Wakati wa COVID niligundua nchi yetu ina uzoefu wa ajabu. Sisi ni nchi imebarikiwa. We have so smart people. Hiyo ndio nimejua akina Willis Akwale au watu wote smart people in the health sector. Ita watu from faculty of medicine huko kwingine Kemri kana wao chini tupike hesabu hii kitu watu wanaramika haifanyi kazi, tutafanya namna gani? Hawezi kuwa wewe mwenyewe ndio unajua inafanya kazi na kila mtu huko nje ni nduru anapiga. Hii kitu siwezi kukubali maneno kama haya. Sababu mpaka saa hii mimi sijui, hakuna mtu amenipea sababu. Wewe sijui kama umepewa sababu na serikali. Kwa nini tuliama kutoka ile reforms ya National Health Insurance Fund? Ni faida gani? Na unajua viongozi wanapaswa kwenda kwa TV, waziri mwenyewe aache kupiga kelele na matusi. Aende kwa TV aambie Wakenya wenzangu, unajua tuliamua kuhama kutoka hii kitu ya National Health Insurance Fund kwa sababu hii. Kwa sababu change is very difficult. Wanajifanya itikana kwamba hii ni kazi hatujafanya. Tumefanya hii kazi before. Implementing public policy change, lazima ubebe watu. Na hiyo sio kazi rahisi. Lazima ubebe watu uende na wao ueleze. When we introduce changes in the Ministry of Education, hata kitu kidogo kama kusimamisha mambo ya maombi kwa shule just before exams. Kila mtu anauliza maswali, viongozi wa kanisa nini. Nilienda kukaa chini Karen pale na Council Conference of Catholic Bishops kuambia tafadhali hii tunafanya kwa sababu hii. Evidence niko nayo kama waziri ni hii. Wananiuliza mbona hii imefanya, nawaambia tafadhali hii ni kwa sababu ya hii na hii. Mpaka waelewe bunge inakuita iko namna gani, kwa sababu wajumbe wa bunge ndio wawakilishi wa Wakenya. Wanakuita wanakuuliza, wajumbe wanakuuliza maswali, wanaweza kukuuliza maswali for 5 hours. Hii iko namna gani, iko namna gani, unaeleza polepole ili ubebe watu. Lakini sasa hawa tukiuliza maswali ni matusi tu. How is that? So utafanya nini affordable housing program? Kwa sababu already hizi nyumba zimeanza. Mimi nauliza ni why don't we go back to voluntary scheme? What I'm seeing, the chaos I'm seeing about those houses and so on. Somebody will have to actually do a proper annotated report and review of that project. To elewe exactly, what is where. You are building on property owned by counties. You are building on land owned by government. You are building on water. What is the policy underpinning this? And as you move forward, how are you going to manage now the sanctity of title and the process as you move forward? Unajua haya ni maswali. Mimi kama ingekuwa jukumu langu, ningeambia watu twende tukae pale, tuwaeleze Wakenya wenzetu. Kwa sababu wakiuliza maswali hawaulizi kwa sababu wanatuchukia, wanauliza kwa sababu wanataka kujua. Na tuwaeleze, lakini hawezi kuwa kila siku wakiuliza wanasema au wanauliza kwa sababu hawana akili. Really? Sawa. Tutamalizia na hili. Jerry kutoka polisi inaitwa Mayaihe kwa Kikuyu. Kuna mijadala ya mabadiliko ya kikatiba. There is talk
of a referendum, constitutional change. Sijui kama unaunga mkono. Nimwambie Njeri hivi, ile shida tuko nayo saa hii Kenya sio viti, tutafutane viti, tuende kuunda ofisi ya prime minister, sijui tuende kufanya nini. Hiyo sio urgent. Mimi nafikiri kutakuwa na wakati mbeleni wa kuangazia hii katiba yetu tumekuwa nayo miaka 10 na fulani. Tuangalie comprehensive job. Tumesoma nini katika hii katiba, ni kitu gani tunahitaji kufanya. Lakini piecemeal kazi zinafanywa hapa for political expedience, eti ni siasa ya survival, eti tutafute namna ya kufanya viraka kwa serikali to survive. Honestly speaking, we are not being very honest with the country. I don't support this kind of nonsense, honestly, because you see tuko na shida saa hii. Wewe nikuulize Katonye, watoto hawaendi shule wakati mwingine. Saa hii ni nduru kila mahali, haifanyi kazi. Hakuna project inaendelea. Usalama ndio hiyo sasa, mpaka ofisi ya waziri mtu anaenda kulala huko 5 hours. Unini? Alafu tuanze kuongea sasa mambo ya kubadilisha katiba ili tuweke minister. Hiyo ndio agent sasa saa hii. Tuna kazi ya kufanya. Let us build our country. In fact, mimi kwa maoni yangu vile naona, I may be wrong, sababu mimi nawaheshimu viongozi wa serikali, kwa sababu unajua naambianga watu kila wakati ile kitu inatuweka sisi pamoja ni katiba, na lazima tuheshimu katiba na tuheshimu hiyo katiba. Ndio nasema hiyo serikali ikae kwa ofisi kwa sababu ni katiba, sio mimi. Tuheshimu ndio, lakini sasa tuwe also serious people. You know, tuanze sasa, tumeanza mzunguko. Utaona sasa hapa mzunguko, watu wa siasa wakianza kupita around Kenya, wanakomboa watu mabasi, kulipa watu, kupeleka kutoka hapa kwenye pere tunataka katiba. Nchi ambayo watoto wetu wanasumbuka namna hii, vijana wetu wengine hawaendi university. Wamedifaa kozi, ukosefu wa kazi ndio huo. Sehemu zingine Kenya hii za hii kuna drought, shida kubwa, watu wamepoteza mifugo and so on and so forth. Alafu sasa tunafikiria vio vyetu. Kwa maoni yangu mimi, tukimanage hii nchi vizuri, tutengeneze vizuri, Wakenya hawana haja eti wewe unataka kuwa nini dunia hii. Bora tu basic state things are provided. Eco security, wanaenda shule, afya is provided, tunaendelea mbele. Na serikali nawaambia ukweli, wananchi tunataka kufanya hii mwaka huu. Wananchi tulikuwa na mpango huu, lakini inaonekana tumekuwa na ukosefu. Sasa hii shida ndio tuko nayo, tutafute namna ya kuongea mbele. Hawa ni viongozi wa upinzani, maoni yao ni haya, lakini sisi tunaonelea tungefanya namna hii. Hii nchi endelee mbele na amani. Sasa hii tuanze mzunguko tena wa kwanza kuingia mahoteli na vitu zingine kujipika kifua kuhusu na wewe niambie hiyo katiba ni kubadilisha nini? Tunabadilisha kupea watu vyeo. Tuende tutafute nafasi ya mtu prime minister. Haya, tutafikisha hapo. Mheshimiwa, wacha nikupatie nafasi useme jambo la kumalizia. Kila wakati. Katonye, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo amenipea nikawa Mkenya. Na nafasi nimepata kuhudumu katika umma katika nchi ya Kenya. Na kama Wakenya wengi ambao wanapenda nchi yao, mimi kusema tu ukweli ninahofia kwamba nchi yetu haiendi mzuri. Nimejitokeza kutafuta kiti ya urais wa nchi hii so that I can fix these issues. Wakenya wanatujua. Haya maneno nazungumzia kwa Wizara ya Elimu ni maneno nimefanya mbeleni. Bila hata kutoa jasho. Mambo rahisi kufanya ukweli na kusimamia ukweli na kutekeleza kazi kwa ukweli vile inatakiwa kufanya. Niko tayari kufanya hiyo. Nishirikiane na Wakenya wenzangu turekebishe shida ile tuko nayo katika nchi yetu. Turudishe usalama vizuri, tuangazie maneno ya afya. Wakenya wanateseka. Na jambo ambalo mimi naona ni sasa siku hizi limeanza kuniudhi ni kwamba dignity, ile utu na ungwana wa mfanyakazi wa kawaida umepotea katika nchi ya Kenya. Wafanyakazi wa serikali wengi tunaongea nao kila wakati. Yaani mtu anakuzungumzia hata we mwenyewe unashindwa, unaweza kulia machozi. Anakuonyesha payslip yake. Vile mtu anakatwa mshahara, anakatwa hii. Wafanyakazi wa serikali wengine wanaambia waende trips bila kupewa hata per diem, eti wakuja kurudishiwa baadaye na hawapeani. Nimekutana na maafisa wa polisi. Eti wameenda kufanya kazi shughuli
Na aibu ni kwamba hii ni shughuli ambayo inahusikana na ofisi ya rais. Wanaenda kufanya shughuli badala ya kulipwa ile night out wanalipwanga ya siku 5 ama siku 6, wanapewa siku 3 na mambo kama hayo. Hii shida yote inatokana na ile shida tumekuwa na uongozi. Haya si maneno ya chuki. Haya si maneno ya vitina. Haya ni maneno ya kuzungumzia nchi yetu na vile itakuwa huko mbeleni. Mimi niko tayari na ninatoa hakikisho. I will not let anybody down. Mimi zita fanya makosa. Nitafanya kile nitakaloweza kushirikiana na wenzangu na Wakenya wengine kuhakikisha kwamba tunasaidia nchi yetu, turekebishe hizi shida za nchi yetu. Tumefanya hii kazi before. Uzuri ni kwamba tuko hapo nje. Rais mwenyewe amesema eti tuangaliwe kila mtu track record. Mimi nakubaliana kabisa 100%. Track record yangu iko hapo. Na wao watoe yao. Tuonekane. Mungu na awabariki. Asante sana. Asante sana kwa kutupatia wakati na kujumuika nasi. Thegio muthikiriria mwiroreri witu tugukinyia hau. Thegio muno ni undu wa ciuria ni nyingi tuma nacio no ni twageria gucokia o nyingi toria tungiahota ithui mathaa maratwitikiria gukorwo tugikinyia hau. Reke tukwendithirie muthenya mwega ugithie mahuria-ini tugakwendithiria na tugakuhoera Ngai nigetha urime gukumia. Tuonane muthenya wa rucio mitambo-ini ya Kameme FM. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Asante.